Clouds TV, empowering lives. Unasimama kama kikingi ya stima wakati wengine wananyakua baraka, basi wewe una kasoro kubwa sana. Mwisho wa habari. Arase 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 baraka zako arase arase za watoto wako arase arase biashara arase 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 sikia nyakua 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 Sasa hivi hamjui, Roda anajua. Hivi unafanya kama unastuliwa na stima. Okay? Unafanya kama unastuliwa na kama umepigwa shock. Sasa ukifanya hivi, kwani mikono imeshikwa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Twende kazi. Twende. Mikono juu kwa Yesu, 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 mikono juu kwa Yesu. Kama umebarikiwa vigelegele. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Jina lenye mamlaka, jina la Yesu, jina lenye baraka, jina la Yesu, jina lenye uponyaji, jina la Yesu, jina lenye urejesho, jina la Yesu, jina 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 la Yesu, jina 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 la Yesu, jina 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 la Yesu, jina lenye wokovu, jina la Yesu, nimebeba baraka, jina la Yesu, nimebeba uponyaji, jina la Yesu, nimebeba pesa zako, jina la Yesu, nimebeba utajiri, jina la Yesu, oh jina 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 la Yesu, oh jina 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 la Yesu, oh jina 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 la Yesu.
solo. Twende namna kila moja. Mwambie mwenzako hapo hapo. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Jehova ni namba moja. Jehova ndiye mfalme. 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 Haleluya. Bwana asifiwe. Ann Kagwema confirm. Iko? Hakuna. Hata Magdalene hakuna. Twende Western brother. Bwana asifiwe. Twende Western. Najua Western mwenye hata toa jasho kwa Western. Maombi ikiitwa watu wanataka kuokoka na kukombolewa ukuje hapa. Twende. Nipe sauti nzuri. Ongeza kick. Mungu yu mwema. Nasema Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Nasema Mungu yu mwema. Oh Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Nasema Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Nasema Mungu yu mwema. Wikulube mangalele. Wikulube mangalele. Wikulube mangalele. Wikulube mangalele. Oh wikulube mangalele. Wikulube mangalele. Wikulube mangalele. Wikulube mangalele. Oh wikulube mangalele. Wikulube mangalele. Oh wikulube mangalele. Wikulube mangalele. Oh wikulube yazibonyene. Wikulube yazibonyene. Oh wikulube yazibonyene. Wikulube yazibonyene. Haleluya, haleluya. 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 Itayante, Yesu itayante papa. Itayante, Yesu itayante. Itayante, Yesu itayante. Yesu mwana wa Yesu itayante. Itayante, Yesu itayante. Itayante, Yesu itayante. Itayante, Yesu itayante. Yesu mwana wa Yesu itayante. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Yesu mwana wa Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje papa. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Yesu mwana wa Yesu mulina wanje. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu anindanga. Yesu mulaiko. 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 Yesu. No, 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 no.
hapo hapo. Piga nduru ya Yesu. Roho, 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 Safari ni baba, leo nichukue
Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Unajua, wanawaambia watu kila siku ya kwamba ukishajua siri ya kumsifu Mungu, wewe na hospitali mtakuwa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna wale nasikia wakisema kwa umbali, hatujaenda Murang'a na Centro. Sasa Sami, kwanza mpigieni Sami makofi leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo tarehe ngapi? Sami kwa jina la Yesu. Roho wa tarehe 22 Februari akuwe na wewe siku zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo amecheza. Lakini wacha niwaambie ukweli. Jana tulikuwa na meeting ya leaders hapa. Leo nimekuwa na mzigo usiku wa kumwombea huyu kijana sana. Na nikamwambia Mungu, kile nataka kwa hii maombi ni matokeo. Na leo Sami, matokeo iko. Na wewe usilale kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpigieni makofi mazuri kama hamna wivu. Kumbe anaweza. Sema roho wa kufanya Sami kama hawezi. Riswa. Twende Centro kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie niko kwa osha leo. Utaongeza speed kidogo. Ongeza speed kidogo sana. Oh, nagokena. Nagobasha idare ya morena ine matana. Nagokena. Nagobasha idare ya morena ine matana. Oh, 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 nekoroga. Nagobasha idare ya morena ine matana. Oh, nekoroga. Nagobasha idare ya morena ine matana. Oh, nekoroga. Nagobasha idare ya morena ine matana. Oh, tuimbe Kisayuni. Oh, tuimbe Kisayuni. Oh, tusifu Kisayuni. Oh, tusifu Kisayuni. Oh, turuke Kisayuni. Oh, turuke Kisayuni. Ngoro ya kwanira.
Kaiwe mwega muno, 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 kaiwe mwega muno. Gosai mwadhani gosai, tumekairia made na malete bodi, made na malewa. Gosai yo, gosai mwadhani gosai, gosai yo, gosai mwadhani made na malete bodi, made na malewa. Gosai yo, gosai kaya yo, gosai yo, gosai mwadhani made, made na malete bodi, made na malewa. Asante. Thank you. Asante Baba, tunakuabudu, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa upendo wako wa ajabu. Asante tena kwa kutupatia nafasi nyingine tuje tusungumuze neno lako. Ninakuomba Baba, katika leo utumishi wa leo ukaweza kututumia kama vyombo ambavyo umeweza kuvihalilisha kwa sababu ya kazi yako. Ninakuja kinyume na kazi zote za giza, za wachawi, warogi wote na Illuminati. Hata wote ambao wametumwa na waliojituma na furuga na kuharibu kazi zao zote. Naomba kila mtoto aliye katika nyumba hii, kila mama aliye nyumba hii, kila baba aliye nyumba hii abarikiwe na neno la leo, na abarikiwe na kila kitu chochote ambacho kinaweza kuhitajika katika baraka zao kipatikane katika jina la Yesu Kristo. Na kuomba Baba ututumie tu na utubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Si watoto mubarikiwe, na ningeomba watoto wakue mnakuja mapema, si ndio? Mtakuwa mkuja mapema ndio mnasoma. Sikiliza, watoto wakue wakikuja mapema kutoka saa 4 wakue huko wanasoma na huko nje, alafu kutoka saa 5 wanarudishwa hapa, tunaendelea kwa sababu si hata unahitaji kusikiliza neno. Panga hiyo mikakati, wanaenda class earlier than us. Yes, thank you. Barikiwa, pigeni watoto makofi. Asanteni sana tena. Salimia mwenzako, mwambie umesalimiwa na ule jamaa unaona pale mbele. Na umwambie huyo ndio ananihubiriaga. Bwana asifiwe sana. Mwambie ule ndio ananipatiaga neno. Good. Wewe mweka. Unaendeleaje? Nilioda vitu zako. Nitaletewa kitu Friday. Aliniambia ataniletea Friday. Utakuwa nazo light mzuri ambazo zitakusaidia kutembea. Uliendaga wapi baba? Huko tu. Pale. Asante, Mungu akubariki sana na akupende. That you. Yes, salimia mwenzako tena. Mwambie karibu. Mwambie mwambie muangalie kwa uso, wacha kuniangalia. Mshike na umwangalie kwa uso. Umwambie you are unapendeza. Mwambie unapendeza na sura yako ni mzuri na umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie umebarikiwa. Mwambie wewe ni wa ajabu. Mwambie wewe ni wa kipekee na utafaulu. Asante sana. Wajipigie basi makofi kwa sababu ya hiyo kazi nzuri. Nashukuru tena kuwaona. Saada hiyo ingine niliwaona na tena nimewakuona tena. Si unaona hiyo ni maajabu? Ni muujiza. Lakini ile kitu nataka niwaulize. Tuanze kukuja mapema. Tulikuwa zamani tunakuja mapema vizuri. Sasa utaona watu saa hii ndio wanaanza kutoka kwa nyumba wakikuja. Ni mzuri kweli? Let's come earlier. Sunday, let's make it the Sunday ni ya kazi ya Mungu. Tukiunajua mkikuja mapema, tutamaliza mapema, muende nyumbani mapema mkakule maembe. Nasikia ni season ya maembe. Muende mkakule maembe. Sasa tukikaa hapa unajua na nyinyi mkichelewa na mimi nawaweka mnachelewa. Mpaka Magdalene anatoroka anajifanya hivi anaenda hivi unajikuta ameenda. Bwana asifiwe sana. Asante kwa praise and worship for the good work you are doing na kila mtu. Sasa nataka tu kabla tujaanza ibada, kuna mgeni wangu ametoka kule Eldoret, niliwaambia sasa
anaitagwa wote idienda wewe tali uli ndio wewe leo legi Muthoni ndio ndirasharia zipi najua zipi ni baadhi wakati nilikuwa nimeenda kuanzisha huduma ya Eldoret. Zipi ni mmoja ambaye anaobea hiyo huduma, lakini yako na huduma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla aende Eldoret alikuwa ametoka wapi? Nasikiliza. Alikuwa ametoka wapi? Hapa Nairobi. Sasa umang'aa na nini. Tunajua venye tunataka kuenda kwingine, tukienda tukifika mahali unaanza kujiogeleza ama unaogelezwa na kitu ujui, inakwambia hapa ndio unatakikana. Immediately tunakimbia tunaenda huko. But si kwa ubaya bwana, anahubiri. Si unahubiri? Nahubiria watu venye unahubiria hapa. Lakini mimi Mungu venye nimesikia kiniogelesha hapa, nimesikia akisema wewe ni wa huko Nairobi. Sijui ni kama ni sauti nimesikia ama ni mimi nimesikia ama ni mimi nimesikia venye nataka kusikia ama ni roho umenirushia ya kutaka hivyo, sijui. Lakini mimi venye nimesikia, na huyu mtu ananizungumiaga hanidanganyagi, akiniambia kitu inakujaga inafanyika. Na hii si kusema ni kesho, atiweza kuhama kesho. Hata unaweza kuwa maybe ni miaka 5 baadaye. Lakini nimeona shamba yako, nimeona ukilima Nairobi. Na nimeona wakati umelima, nimeona umepanda mahindi na imemea mingi sana. Na yani umefaulu, umerelax. Ndio inere. Ndio kwaje kugati mtumishi wa Mungu alisema nihame. Sasa ninakuja hapana, uende umuulize. Nakumbuka Daudi alitoka kwa vita. Akakuja akapata nini? Alitoka kwa vita akakuta bibi na watoto na ng'ombe na vitu zote zimechukuliwa. Akavaa nguo vazi za kifalme. Akaenda mbale akauliza Mungu, ni vizuri nifuate hawa watu? Mungu akamwambiaje? Ndio. Akauliza swali ya pili, nikienda nitawapata? Kuna swali ya kwanza kuambiwa ni Mungu, hama. Huduma yako iko Nairobi. Lakini sasa uliza swali ya pili, hii huduma itaanza lini? Na nikienda kuanza nitafaulu? Maana unaweza kuambia ukuje Nairobi tena uko stranded, uanze kutumika vibaya. Mungu huyo ndiye aliambia wana wa Israeli wakati walimuuliza, ni vizuri tuende kupigana na ndugu zetu wa Benjamini. Mungu akawaambia, chapa watu, kwendeni nyorosa watu. Walipoenda, na ni Mungu aliwaambia, walinyoroshwa 22,000 wakakufa. Na ni Mungu aliwaambia. Wakarudi nyumbani -22,000. Wakaenda wakapanga mikakati, wakaambia na twende. Wakaenda kwa Mungu, Baba, nio kwenda tothie. Mungu akaambia, ona ninyi mushereirwo, endeni. Wakanyoroshwa 18,000 wote wakachinjwa. Na ni Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. You can start a journey. Na ni Mungu amekwambia uanzishe na unyoroshwe. Ndio kwenda kugaidia tu. Wasalimie. Sasa wewe ni mchungaji, jipage. Haleluya. Bwana atukuzwe. Si kabla niwasalimie, niarike rafiki yangu hapa. Awasalimie. Na then maybe kabla niongee ataweka muhuri kile ambacho Apostle anaongea kwa sababu yangu ya kuhamia mahara hapa ama kurudi Nairobi. Kwa sababu last week nilipigia huyu mama, huyu ni wa hapa Nairobi. Na nikamwambia ni kama mwisho wangu wa Eldoret umefika na sijui ni nini Mungu anataka na mimi. Na nikamwambia mimi nimechoka na kuzururishwa. Nikamwambia mimi nimefika mwisho. But nikamwambia kwa sababu ni sauti ya Mungu, weanza kutafuta nyumba. Kwa hivyo kile ambacho Apostle wanaongea mimi hatujaongea. Na vile nilifika kwa ofisi, hiyo ndio ilikuwa salamu yenye alinisalimia nayo. Akaniambia ya kwamba wewe ni wa Nairobi, rudi Nairobi. Anyway, salimia kanisa.
Bwana asifiwe tena. Kwa majina anaitwa Joyce Nyambura. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi namuitaga Zipi. Zipi ni rafiki wangu sana na ninampenda. Ukweli hivyo apostle amesema hii wiki yote alikuwa amenisugumzia anataka kuhama Eldoret akuja hapa Nairobi aanzishe madhabahu huku Nairobi. Na ni ukweli Mungu amenena hivyo. So huyu utaenda Eldoret, wewe ni wa huku, tuhubiri pamoja. Barikiweni sana. Haleluya. Nimepewa dakika ngapi ya kusema jina langu? 3. Unajua 3 za Muafrika inaweza kuwa 30 za mchungaji. Bwana apewe sifa. Mimi ninaitwa Apostle Zipi. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amekuwa Mungu katika maisha yangu na nimemwona akiwa mwaminifu. Tangia utotoni ametembea pamoja nami. Amenishika mkono, amenirinda, amenihifadhi kwa ajili ya jina lake. Hivyo ninampenda huyo Kristo kwa sababu alitangulia kunipenda. Mimi kuna jambo moja huwa sipendi kuacha nyuma. Mahali ambapo Bwana amenitoa. Mungu amenitoa mbali. Ukiniona mimi huwa ninaambia wale ambao wananijua kama hawa, usinione mimi, lakini ona Bwana. Kwa sababu mimi nilianza kuhudumu nikiwa na 9 years. Nyumba ya urevi, nyumba ya chang'aa, siendi kanisani lakini ninahudumu. Na mwishowe Bwana akaniokoa. Bwana atukuzwe. Na zaidi ya wokovu akanifanya mtumishi wake. Hivyo huwa ninafurahia, ingawaje wakati mwingi unaangaliaga unaona ni kana kwamba wewe ulijituma, ni kama hukuitwa kwa sababu ya mapito. Na hivyo ndivyo ambavyo wengine wetu wanapitia. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu ambao wako na huduma ndani yao, lakini kwa sababu ya mambo ambayo wanayoyapitia, wengine wanainukiwa hata na wazazi ambao waliwazaa. Wengine ni jamii, wengine ni society, wengine hata ni wale watoto ambao umewazaa. Wanaona ni kana kwamba hapana, Mungu hakuniita. Nataka nikuambie siku hii ya leo, dhahabu ile nzuri hujaribiwa kwa moto. Bwana Yesu apewe sifa. Yale ambayo unayoyapitia maybe ni majaribu. Mengine yayo ni dhambi zetu sisi wetu. Kwa sababu kuna wale ambao tunajitoa katika njia za Bwana. Kuna wale ambao vile ambavyo apostle alivyonena hapa asubuhi, ati kwamba kile ambacho wakati mwingine utusumbua ni kwa sababu hatutaki kutubu. Tunatenda dhambi usiku na mchana, lakini hatutaki kutubu. Tuna justify dhambi ambazo tunazitenda, kwamba tunazirembesha na tunaona ni sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mmoja Daudi ananena na anasema ya kwamba nitazirinda njia zangu ili kwamba nisije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Wengine wetu tunatenda dhambi na kabla hatutubu kesho tunarudia. Lakini unaona Daudi alikuwa mfalme. Na ninaposema kuhusu mfalme, of course tunajua mfalme ni mtu wako na kila kitu. Wengine wetu hata hatujui tutakula nini sapa. Tumetenda dhambi na hatutaki kutubu.
Wakati tunakosa sapa, wakati tunakosa rent, tunaanza kumnungunikia Mungu. Wanahubiria go hivyo hawa apostle. Unajua hawaitiki. Unajua mimi yule malaika anakuwa ndani yangu ni wakufuruga, wakuharibu. Mimi sijui kubembeleza. Na mimi sibembelezagi dhambi, wapendwa. Mimi sijui kubembeleza dhambi. Biblia inaniambia ya kwamba watu wangu waambiwe ukweli na wasifichwe jambo lolote. Kwa hivyo ni dhambi iitwe dhambi. Kile kinafanya wakati mwingine tunateseka. Kuna dhambi ambazo zinatufuata kutoka huko nyuma. Leo hii tumepewa neema ya kukua katika miguu ya Kristo, lakini hatutaki kutubu. Tunasema ya kwamba tumeokolewa. Tumeokolewa na damu ya Yesu. Ni sawa, tumeokolewa. Lakini kuna vitu ambavyo vilitendeka, na kuna mambo ambayo yametengwa ili pawe na mmoja asimame kwenye pengo, atubu dhambi na makosa, aombe msamaha kwa ajili ya zile dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Otherwise tutaishi kupitia, tutaletea vizazi vyetu laana. Kwa sababu ufunuo tuko nao, neno tumepewa kila wakati. Kama ni kuelekezwa, tumeelekezwa. Lakini kile kinatumaliza ni spirit ya ignorance. Na mimi nitawaambia tu. Nimeangalia hapa nikaona baba yenyu wakati anawaambia mkwe mnakuja mapema. Wacha kubembeleza hawa watu. Mkwe mnakuja mapema. Kwako kwa geti waambie wakue wanakuja mapema. Na unatumia usauti kidogo. Lakini huku sio kwako. Hata wewe ni kuwekwa, umewekwa hapa na umepewa amri. Wafuate sheria. Hakuna nyumba ambayo haina sheria. Na Biblia inasema ya kwamba taifa inaangamia kwa kukosa maarifa. Na that's why tunaangamia. Bwana dakika za mchungaji zimeisha. Unajua sitaki nitende dhambi alafu muanze kunipiga. Bwana apewe sifa. Ni kuna maandiko ambayo iko, hebu mtu anisomee, na napenda kusoma Kiswahili sababu wengine wanajifanyaga hawasikii Kiingereza. So ili wasiepuke na ili wasiseme hawakusikia, lugha yetu ya taifa ni Kiswahili. Hebu mtu tu anisomee na Kiswahili Psalms, I think on Psalms 51 and verse number 12. Yeah. Mko na Biblia manitafute yangu. Unajua mimi sibembelezagi. Mko nayo? Na iko wapi? Si isomwe. Wewe unadhani kuchukua miguu kutoka Eldoret ninajipanga hivyo kama sina authority? Niko na mamlaka, ruhusa kumamlaka kutoka mbinguni, na pia niko na ruhusa kutoka pande hii. Kwa hivyo usinicheze. Wacha mimi niseme kile ambacho kiko ndani yangu. Nisome maandiko. Zaburi 51 mstari wa 12. Unirudishie furaha ya wokovu wako. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Bwana apewe sifa. Nataka tuwe mstari wa kwanza. Unirejeshe furaha ya wokovu. Bwana apewe sifa. Watu wengi, watumishi wa Bwana, wale ambao Bwana ameita, wale ambao Bwana amechagua, wale ambao tuko kanisani siku hii ya leo, tunahudumu, tunakuja kanisani mapema, lakini hatuna furaha. Bwana apewe sifa. Na kile ambacho kinafanya tukose furaha
Ni kwa sababu wakati ambapo tulipoamua tutakuwa tunaenda kanisani, hatukuenda na nia ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wengine wetu, sio wote. Bwana apewe sifa. Kuna wale ambao walienda kanisani wakiwa na nia ya kwamba ninaenda huko wanione, ninaenda huko wajue nina sauti, ninaweza imba, ninaenda huko wajue mimi ni mchungaji, ama kwamba mimi ni mhubiri na ninaweza nikahubiri. Kuna wale ambao wamekuja kwa sababu ni singles na wanataka Bwana awahurumie ili kwamba maybe wapate mtu. Na wacheni niwaambie wapendwa, hiyo yote ni dhambi, kwa sababu urengo ya makutano haya ni kumjua Mwenyezi Mungu. Lakini wewe umetengeneza kampango kako. Wengine wetu tumetengeneza tumipango twetu, alafu hiyo mipango isipofaulu, ni mnaonaga aposto kama anatuombeaga ama ni kusema tu anasemaga, tunaanza chochote. Tunaanza nini? Tunaanza mushene. Na wakati ambapo tumeanza fitina, wakati ambapo tumekosa kuyatimiza makusudi yake Mwenyezi Mungu, furaha inaondoka. Hivyo tunatumika lakini hatuna furaha. Ni sawa tuko katika hizi viketi lakini roho zetu ziko nje. Bwana atukuzwe. Daudi akajua ya kwamba yeye ni mwanadamu na kwamba yeye anatenda dhambi. Hivyo akajua ya kwamba nitakuwa ninatubu dhambi na makosa. Kila wakati tumesoma historia ya Daudi, Mungu alimuita mtu wa roho yake. Na tukumbuke Daudi alikuwa anatenda dhambi. Lakini wewe na mali yako yote, wewe na wokovu wako wote, wewe na huduma yako yote, hauna nafasi ya kutubu. Hivyo kila wakati umebarikiwa, lakini chakula haiwezi fika kwa tumbo. Wakati umefika hapa ukiona viongozi unasikia kutapika, ni kama haleluya. Situombe Bwana atusamehe. Tuambie Bwana aturejeshe furaha ya wokovu, kwa sababu tumekosa furaha ya wokovu kwa ajili ya nia ya moyo. Nia ya moyo inatutoa katika Bwana. Hivyo tuombe Mungu atusaidie. Mimi nimetoka Eldoret na sikuwa ninahubiri, niliambiwa nisalimiane. So nilikuwa na wasalimia. Siku ile nitapewa nafasi ya kuhubiri, nitawahubiria. Apostle ni rafiki yangu na kuna kitu amesahau kuambia. Angewaambia tulijuana wakati alikuwa ile mrengo ingine. Si wajue ukweli. Biblia si imesema watu wangu waambie ukweli na wasificho jambo lolote? Kwa nini tunawaficha? Bwana apewe sifa. Mbarikiwe na Bwana na Bwana awatende mema. Sasa huyu ni meba. Sema ni meba ya kudiharamu. Si unajua Mungu anajua kukusanya kondoo zake. Sasa nilienda nikamkuta Eldoret. Akaniuliza unanikumbuka? Nikasema simkumbuki, siwe naona kama unakujua, naona ni kama sikujui. Akaniuliza unakumbuka mahali fulani? Nikamwambia ndio. Sasa nikaanza kurudisha akili. Immediately nikakudugua. Huyu ni ule alikuwa na fiinya wa mama na alikuwa hatari kwa usalama. Sasa si unasikia anatoa sauti, hajui kubeberesa. Mungemwambia hata mimi sibeberesagi. Ni venye nimeongea kwa upole, nikifikiria wageni wakikuwa tuongee kwa upo. Kumbe hajui hivyo. Ni vizuri sana. Mimi nataka, si ulikuwa chini yangu? Ulikuwa mtu ambaye wa mkono yangu. Nataka ukuje hapa. Naona iko hii nyumba. Usiende kutafuta nyumba kwanza. Ukae hapa. Hapa kwa kanisa. Hii hapa. Si kukaa. Uhudumu hapa. Nilikuwa nataka nisitoke nibaki tu. Uhudumu wapi? Hapa.
mpaka wakati Mungu atakuonyesha unimweki, ni Kasarani, ni Dadora, mimi mwenyewe ndio nitakujengea mahali utaenda kuhudumu. Noigwa leo wemo moko-inĩ ma watho wakwa utanyenyekea, na usiponyenyekea hii inaitwa CFC, is not for beginners. Hii ni CFC, si ya nini? Si not for beginners, ni watu wagumu. Unaona hawa sasa hivi wameanza kukupagia. Already wameanza kukupagia. Hawa unaona hapa hawa. Haya tarora tamase haria. Yule Mase anasemaka yeye ni bishop. Ule ukimwona pale. Tuko na watu hapa, ukiwaangalia hii masura hii sasa wataanza kusema wewe ni wagu, nimekulete. Nimekuja kugana wewe Irima. Ikaraha athi. Eno bara no ginyomerwe na ukomerwo utari na nimesikia kuna ujasiri, hakuna kubebele sana. Tulikuwa na watu wengine magaidi hapa, nilibidi nifukuse. Walikuwa amenikalia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. But what I've heard from God, ukuje ulelewe hapa kidogo, kisha kuna mahali atakutuma. Na kutoka hapo milango yako yote itafunguka. Na huyu mama share lady wako, huyu alikuwa share lady wako, si ndio? Watu waka share lady? Is that true? Yeah. Huyu alikuwa share lady wake Nairobi. Sasa usiwameletwa hapa, tuanze safari, mtaanzia safari hapa, tuende tukienda. You have a mission here. Na ndio kwa maana tulikuwa na wewe kule. Alafu ukakaa kidogo nikatoka, wewe tena ukajirudisha ukiwa pastor. Ukajirudisha kwa huyo mtu mwingine. Ukafugiwa jela miezi ngapi? 3. Bwana asifiwe sana. Lakini si umekuja? Si umekuja? Kuja ujiuge na kikosi. Sasa ni Mungu anatengeneza kikosi. Kikosi cha kubomoa Kenya mzima tena tuijenge upya. Na kuna mahali itafika miezi 2-3 tutatagasa in the spiritual realm, Kenya imefugwa for innovation. Hallelujah. We are closing Kenya for innovation, spiritual innovation. Na tukimaliza miezi mingine 3 Kenya itabadilika. Leo wacha tusikie sauti ya Mumero. Ni Haron. John Haron Mwau. Karibu sana. Huyu ndio mtumishi ambaye tunamtuma Thika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa tulijenga Thika na imekamilika. Mtumishi, sisi hatuitafutagi washirika kwanza ndio tujenge kanisa. Tunajenga kanisa kwanza. A very expensive one. Ndio tuende tutafute washirika. Ile imani ya watu wa ba. Wewe, nani amekwambia weke hapa? Eda pale. Eda pale. Sasa umeanza maneno yako hapa. Nani amesema hiyo? Anahubiri main service that I could have preached. Bwana Yesu asifiwe sana. Si anakuja ati kusema ushuhuda, anahubiri main service. Ndio nimugawie mafuta ni mtume Thika. Kagothia gati andu aya. Riu mwake muiga haha ri nikiagaya. Mwamuiga haha nikiagaya atagawa nini hapa? Hakuna, lazima nimupeleke pale na kuaga. Ndio achukue anointing aende nayo Thika. Ndio asiende kuleta sarakasi zake. Ajue sasa ametumwa kutoka wapi? Sasa akilete nuks tunamngoa kutoka wapi? Hapa ndio tunatoa amri, nasema tusimusikie huko. Arudi hapa mara moja. Na hapa sasa hivyo tumeanza kufanya mapasta wote watakuwa ni watu anaweza kutolewa hapa leo atumo Nakuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sisi hatutakubali waende wakajege, ni tumutume kitu tumejenga. Si ndio? Hata wewe tutakujegea. Mungu atakuonyesha ni wapi. Mimi najua ni wapi exactly. Hata plot ninaiona mahali iko. Lakini ukuje hapa ufanye panel beating vizuri, ukutane sasa na akina Roda wakufanye panel beating vizuri na upakwe rangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuseme mimi kwa miguu yetu miwili mnisaidie kuleta mtumishi wa Mungu
ambaye ndio tunamtuma kule Thika, na wewe ndio huko in charge. Umeona? Nimekutuma huko ukiwa in charge. Sasa ripoti nitaleta, utapata kutoka kwako. Kifunguo ni wewe utakuwa nayo, na ofisi iko hapo. Umeelewa? Asasi atakuwa akikuja kukutembelea wakati mwingine mangumi zikizidi sana. Bwana Yesu, unajua Thika ni headquarter ya Freemason. Sijui kama unaelewa hivyo. Thika iko na madhabahu ngapi? Ama unajua ngapi wewe? 9. Sasa ya 3 ndio utapambana nayo. Mimi nishapigana huko na iko sawa. Kwa hivyo ako wapi huyu mama? Ingia pale. Igieni pale worship. Wakuja hapa mami. Tuweke worship moja mzuri. Ndio tugie mhubiri habiagwe, pigia mhubiri makofi hapana. Mnatengeneza worship ndio akiingia afro. Fungua kinywa chako. Muombee mtumishi dakika 1-2. Muombee apate neema, apate kibali, awe na grace. Fungua tu kinywa chako na usikuwe na wivu. Fungua kinywa chako. Umwambie Baba. Hakuna Mungu kama. Inua mikono yako, mwambie hakuna Mungu kama wewe. Inua mikono yako juu, mwambie tu Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ndio mwenye ishara zote, wewe ndio mwenye baraka yote. Na kuomba Baba ukafungue akili yangu, ukafungue maono yangu, ukanifungulia moyo wangu kaweza kusikia neno hili. Hakuna Mungu kama wewe. Tunasema ni asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo Bwana nimepata mbele zako. Naomba kibali vile nimepata kibali katika macho ya mtumishi wako, naomba pia kibali kwako tunapoleta neno lako katika nyumba hii. Bariki mtu katika neno hili Bwana, fungua aliyefungwa, mfalme wa ajabu. Tenda muujiza kwa aliye na hitaji la siku ya leo. Kwa Kristo Yesu tunaomba zote na kuamini. Mtu mmoja sema amen. Inua mikono yako, mpigie Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi mazuri jameni. Salimia mtu aliye karibu naye, mwambie opportunity. Mwambie opportunity. Mwambie opportunity. Itumie vizuri. Geukia mwingine, mwambie God bless you so much. Mwambie God bless you so much. Sema amen. Tupigie Apostle makofi mazuri jameni. Hallelujah. Jipigie makofi wewe mwenyewe kwa jina la Yesu. Let us celebrate our keyboardist, our pianist and pastor, our youth in Jesus' name. Amen. Let us also appreciate the women of God and men of God amongst us here, please. Tuwapigie makofi wote, maaskofu, wazee wetu, makofi mazuri jameni. Wale watu wa media pia tuwapigie makofi mazuri. Wanaotazama kwenye YouTube na hizo mitandao zingine, karibuni sana. Naomba tuketi. Amen. Ile kitu sitaki ni kutupa hata muda kwa sababu niko na dakika kidogo sana. Bwana asifiwe sana.
Apostle, nashukuru kwa sababu ya nafasi. Majina yangu naitwa Pastor Harun Mchui Marete kutoka Meru, na niko na ujumbe mzuri sana leo, na nitaongezea yale ambayo amekuwa akiongea last week, na hilo neno nilikuwa jana nikiuliza Mungu nitazungumza nini, lakini Bwana akanipatia neno ambalo linaambatana na yale mambo amefundisha for the last 2 weeks, ambao Daudi alipoenda kwenye vita, akirudi akakuta kila kitu kimechukuliwa, lakini kabla hajachukua hatua yote alikuwa na kitu nitangwa hekima. Daudi alikuwa amekomaa. So today my theme itakuwa inaongea kuhusu madhara ya kutotii sauti ya Mungu kwa makini na kutokukomaa kwa kiroho. I will repeat. Madhara ya kutotii sauti ya Mungu kwa makini na kutokukomaa kiroho. So hizi vitu mbili zinachangia downfall yetu sisi. Bwana sio sana. So hizi vitu mbili ambao ni kutokukomaa na kutokutii zinachangia shida kwetu ambao zinatusumbua sasa. So kabla sijaingia hapo, vizuri obedient ama kutii kwenye profile ya Apostle anasema obedient is not foolishness. That is a slogan I think. So anasema obedient sio ujinga. Na nikiangalia kutoka Genesis mpaka Revelation, kuna kitu moja kilichosaidia wana wa Israeli, kitu moja tu, kitu inachoitwa kutii. Na hata wewe ukiwa na mtoto wako saa hizi, mtoto ambaye wanga hatii, uko na shida na yeye, lakini yule mtoto unamwambia do this, anafanya, fanya hivi, anafanya. Huyo mtoto wanga anamfurahisha baba yake sana. Bwana sio sana. Na mtu yote ambaye ni mtiifu even before the eyes of the Lord, huyo mtu lazima awe na kitu kinaitangwa nini? Kibali. So direct kwa neno, kuna mtu mmoja ambao sitakupia historia yote, but I'll give you brief, alafu nikuje niingie pale. Kuna mtu mmoja anaitwa Jeroboam, na Jeroboam utasoma habari zake kwenye kitabu kile cha Wafalme wa kwanza chapter 12. Alipopewa nafasi ya kuwa mfalme, akapewa, utasoma hapo 12 yote vile ambavyo Juda ilikuwa na Betheli na mambo mengine kama hayo. So kulikuwa na hiyo ya transitional power. So huyu mtu ambaye anaitwa Jeroboam, kuna kitu moja nataka nikupe headline, alijipatia kazi sio yake ya kucommission manabii, ya kucommission priest, na sio kazi yake. Paka akafika mahali kwa sababu ya kiburi cha mfalme huyu anaitwa Jeroboam, akafika kiwango paka cha kuvukisha uvumba. So utasoma hapo utaelewa. So nakupatia mahali ambapo nataka kuanzia. So ikawa jambo hilo ambalo alilolifanya ni chukizo sana machoni pa Bwana. Jambo hilo ambalo alilofanya, ambalo si jukumu lake, si ofisi yake, ameenda kinyume na vile Mungu anavyotaka. Ikawa sasa jambo hilo limemkashirisha Bwana. Naye Bwana akafanya kitu moja, akamtuma mtu ambaye anaitwa nabii. Angalia mtu, mwambie acha kumboeka. Mwambie usisikilize sana kama uko serious, ni kama inaingia mpaka kwa mboni malo. Unajua unaweza kuwa unakaa kama unasikiliza, lakini hata kichwa inakufikiria mambo ya kuku, vile ambavyo jana kulikuwa, vile outing ilikuwa. I want you to concentrate with this, because this is very important, because God will never spare. I will repeat, God will never spare either ni man of God, either ni women of God, either ni Christian ama na ni Christian, mtu yoyote yule atakayeenda kinyume na sauti ama lile neno ameliagiza lifanywe. Kuna kitu umeshika? Nitarudia. Mungu hata, God will not spare. Sijui Kiswahili na kuspare ni kusema nini, lakini Mungu hata muacha mtu yote ambaye hata tii. So wakati Mungu anapopeana onda ya kutii, inakuanga ni sheria. Let us go now to the book of 1 Kings chapter 13. Na kama nitapata mtu ako na spindi ya Kiswahili, naona time yake inaisha, anasimama, nipate Kiswahili nataka tusome kama power. So wale wa India wekea watu kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza in chapter 13. 1 Kings chapter 13 and verse 1 hapo. Makosa, mtu wa India sio anaitwa aje, anaitwa Anna I think. Ameweka kwa neno la Bwana, mtu wa Mungu alifika Betheli. Haleluya. Sasa wakati Jeroboamu alifanya makosa kubwa, Mungu alituma mtu anaitwa, kuna vile inasema kwa neno la Bwana, mtu wa Mungu alifika Betheli kutoka Yuda
wakati Yeroboamu alipokuwa amesimama kando ya madhabahu ili kutoa sadaka. So mfalme amesimama ili aweze kutoa ibada, amesimama ili aweze kutoa sacrifice ambayo hilo jambo alimpendezi Bwana. Immediately Mungu akaona akiwa mbinguni. So inamaanisha kwamba hata kile kitu chote unafanyanga Mungu anakuanga anaangalia. Bwana sio sana. Anything that you do, kile unachoongea anakuanga tayari. So wakati huu mfalme alipokuwa amesimama kwenye madhabahu ili aweze kufanya ibada, Bible inasema kwamba Mungu alikuwa tayari na Mungu alikuwa rada na Mungu alikuwa macho. Bible inasema kwamba huyo nabii akatumwa. Twende mbele. Akapiga kelele, nabii alipofika akapiga kelele dhidi ya madhabahu kwa neno la Bwana. Madhabahu, hivi ndivyo asemavyo Bwana, mwana aitwaye Yosia atazaliwa katika nyumba ya Daudi. Juu yako atawatoa dhabihu makuhani wa mahali pa juu pa kuabudia miungu wale ambao wanatoa sadaka hapa sasa. Nayo mifupa ya wanadamu itachomwa juu yako. Sasa huyu nabii ameleta ujumbe huo immediately wakati mfalme alipokuwa kwenye madhabahu akitaka kuvukisha uvumba. Ameletwa akasema kuna mtu Mungu atakuja kuinua. Kuna Mungu atakuja kuleta ambaye anaitwa Josia, na huyo mtu ndiye atakaye kuwa director wa sinema. Sema amen. Ile makosa yote inafanyika atakuja kwa ajili ya kutengeneza na kurectify na mambo ya kutoa dhabihu za kuchoma mifupa. Sitaweza kurudia because sikujua kama mifupa ilikuwa inafanywa, si kama watu walikuwa wanachinjwa alafu mifupa inachukuliwa inafanywa ibada. Twende next. So inasema hivi, alipokuja akasema kutatokea mtu. Siku hiyo mtu wa Mungu akatoa ishara. Hii ndio ishara Bwana aliyoitangaza, madhabahu hii itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. So nabii alipofika immediately akasema this one haimfurahishi Mungu. Hili jambo alimpendezi Mungu, na kwa sababu alikuwa ametumwa na Mungu akasema ili kuwe na sign ya kwamba kuna Mungu ambaye amenituma, hii madhabahu itapasuka. Madhabahu ni kama kitu kilichotengenezwa kama hii. So akasema kitapasuka na majivu yake itamwagika. Twende next. Inasema hivi, mfalme Yeroboamu aliposikia, unajua amekuta mfalme akiwa tayari kwenye madhabahu. Alipokuwa anataka kufanya ibada, immediately mambo ikasimama. Sema mambo ikasimama. Ibada ikasimama. Kila kitu ikasimama. Alipaza sauti akasema no, it cannot go like this no longer. Haitakuwa hivi tena. Haitaendelea hivi tena. Lakini nabii akasema, wewe mfalme, ngoja kidogo kwanza. I like that man of God. Lakini kuna mahali hata nifurahisha uko mbele. Mfalme Yeroboamu aliposikia kile mtu wa Mungu alichosema, alipopiga kelele dhidi ya madhabahu huko Betheli, akanyoosha mkono wake kutoka madhabahuni na kusema, mkamate, because it is the order, presidential order. Hauwezi ukapigia mfalme kelele. Na unajua manabii wa sasa wako na shida, kwa sababu manabii wa kitambo walikuwa wanapiga sauti, hata nikwambie. Lakini sio kama sasa hivi unatuma uambie mtu Mungu atakuwa akuache. Lakini sasa I would like vile ambavyo apostle amesema, it's good to understand Mungu hataibadilika. He is the same yesterday, he is the same today, and he is the same tomorrow. So ni kumaanisha kwamba wakati tunapokaa na huyu Mungu tujue Mungu habadilikangi. And unajua unaweza tumwa kwa neno la mtu na usimwambie, kwa sababu maybe unaogopa repercussions, unaogopa kile kitakachozaliwa. Lakini naomba Mungu leo akusaidie. Siku zote unapotaka kukaa na Mungu, kila alichokuambia kiseme hicho. Maana usiposema hicho, punishment itakuwa ni kwako, and God will not spare you kwa sababu ati umeogopa kusema. Tumwa kwa Ruto sasa. Sasa hata naonanga huyu anaongea kwa mimi na roho inastuka. Unajua sasa hata kusema Gen Z peke yake ni shida. Ndio sasa unaogopa kukujua hapo. Unajua shida ni mahali unakaa, watakuja na unless kama unakaa Karen na Ngeti kuna zile umbwa stima KDF. Unajua ukiongea unafaa kujua unaongelea wapi. Usiongelee huko Mweki. Hata Gen Z ungeongea huko comment, huwezi comment. Kwanza uchunguza unakaa wapi before uongee kwa Mindi ama YouTube. Ujue unakaa wapi na nani naongelesha habari zake. Wakikuja watakufikia.
Sasa yeye maybe anaishi mahali pazuri, so hakuna shida. So yule Jeroboamu, nabii huyu alikuja akasema no, haitaendelea hivi. Hata mimi nikasema haitakuwa hivyo, lakini kwa sababu ni mfalme akasema mkamate. I like this. Wakati aliposema mkamate, alikuwa anafikiria ni ordinary prophet kama wale amezoea. Aliposema mkamate, alikuwa anafikiria ni manabii wa kawaida kama alikuwa amezoea, lakini aliponyosha mkono, I like this power. Yule nabii aliponyosha mkono, akanyosha mkono, sema kufanya hivi, akanyosha mkono akasema touch. Akanyosha mkono akasema nini? Touch. Mkono peke yake. Mfalme wa Jeroboamu aliposikia kile mtu wa Mungu alichosema, akapiga kelele. Alipopiga kelele dhidi ya madhabahu huko Betheli, akanyosha mkono wake kutoka madhabahuni na kusema mkamate. Lakini mkono wake aliokuwa ameonyosha kumwelekea yule mtu, la koshiteba, akumwelekea yule mtu, ukasinyaa na kubaki papo hapo. Sema mkono ikapoza. Ninakuombea leo Bwana akupatia unstoppable grace. Hakuna mtu atakaye kunyoshea kidole, maana yake neema iliyo katika madhabahu hii ina uwezo wa kukutetea. Na ndio ombi langu na dua yangu leo, ya kwamba kila nabii atatupatia, kama ni mganga atakapokuinukia ndoni wale, mchawi akikuinukia ndoni wale, watu wakwenda ndoni wale, maana yake you are given the power and the authority. Mtu akunyoshea kidole anambia you don't know me. Akisema ni utaniona anambia you don't know me. Akisema you die anambia you don't know me. Ni mwili unaona kidogo, lakini the inner man is very strong. Inua mikono yako, mpigie Bwana makofi mazuri. Sema ye! Yule nabii aliponyosha mkono, mkono ikakwama. Lakini mkono uliokuwa ameonyosha kumwelekea yule mtu, sasa hatuna watu. Hebu chukua picha sasa huyo mtu wa Mungu na sasa na current sasa sisi. Mtu anakutusi kwanza kule kwa Oakland, kwa Facebook, and nothing is happening. I pray that God will restore the anointing, ile anointing ya kitambo. Mimi ninachukizwa na huyu Mungu wa China, na natamani yule wa Israeli wa kitambo aliyekuwa anasema inafanyika, akisema kunenyesha inafanyika. Maana people watu walikuwa tayari na walikuwa wameokoka ya ukweli, and that is why there are no miracles in the house of God, kwa sababu hakuna power. Let me tell you, kama Mungu ni yule juzi, leo na hata milele, where are real miracles? Where are real miracles? Where is that power? Where is that grace? Where is that anointing? Malaki wacha nikuhakikishie, watu wa Mungu walikuwa moto wa kuotea mbali. Haunge mention hata kwa mdomo wako. Ukiongea mdomo inakwenda kando, ukiongea mdomo inaenda kando. But today we can talk over the man of God and nothing is happening. Today I pray for one prayer. Hii madhabahu Bwana inue kiwango. Utakapozungumza mguu inakwama, ukiongea zaidi mkono inakwama. Because there is no difference between you na Jeroboamu aliyosema. Hakuna tofauti. All of us, hakuna tofauti ya wewe unaongea vibaya ministry na Jeroboamu. Yote unafanya dhambi na punishment inapaswa kuwa moja. Na kuombea leo apuso, usishinde kusema mtu akinyosha mkono inakwama. Imagine ikikwama, hapo unakuamua na elfu ngapi? Kazi rahisi. Mimi hata nisema juzi, ni vile siwezi kubalishwa, ningeandika menu kanisani kwangu niseme Bwana akienda raundi ya kwanza nimekurejeshea free, raundi ya pili akienda 5,000. Nikikutoa mapepo raundi ya kwanza ya Kirundi, kutoa hiyo mapepo 2,000. So hata utakubali Rundi kwa sababu kuna cost imehesabiwa hapo. Utatuza kwa sababu unajua gharama, lakini sasa because it's free. So Jeroboamu anasema hivi, lakini mkono wake ukasinya na kubaki, yani mkono ukapoza kiasi kwamba hakuweza kurudisha. Hiyo ndio neema naomba Mungu anisaidie nayo 2026, ya kwamba wewe mama ukiwa pale, mtu akiongea habari za ndoa yako, hata utaongea unasema shh, sema shh, sema shh. Hiyo inaisha hivyo. Twende mstari mwingine. Twende mstari mwingine. Pia madhabahu ikapasuka. Pia madhabahu ikapasuka na majivu yakamwagika sawa sawa na ishara iliyotolewa na mtu wa nani? Mtu wa Mungu, kwa neno la Bwana. So Mungu alikuwa amemprepare this man, na alikuwa amempatia the mandate and the power ya kuweza kuvunja madhabahu zote na kupambana na mfalme. Because ili Mungu akutume, lazima akupatie power ya kupambana na wachawi. Mungu hawezi kukutuma askari yote aliyetumwa na Kenya, ama mahali amepewa bunduki, hako na ngrunendi, hako na viatu za serikali. So Mungu akutuma na kupenga
equipment zote za vita. Na Biblia inasema kwamba yule vile nabii alitamka, hivyo ndivyo ilifanyika kulingana. Nitabiri leo Mungu atakupatia power fulani. Wale watakaoongea habari zako hawataamini kitakachotokea. Watakapokuzungumzia kuangiza, Bwana atatokea atamwambia no. Apostle akahubiri juzi akasema wakati mke wa Abrahamu akachukuliwa, because ni mke wa mtu aliyepakwa mafuta. Maandiko yanasema kwamba mfalme alipoenda kujaribu ile jaribio la tendo la ndoa, mashine ikakwama. Alipojaribu mara ya pili, mashine ikakwama. Akitisha mwingine hapa inafanya kazi, lakini akirudi kwa hiyo hasara inakataa, kwa sababu alikuwa ni mke wa mtu aliyepakwa mafuta. Ninaomba ombi moja leo. Mungu aliyeona kwa siri wakati huo, aliyeona kwa siri wakati huo, aliyechunguza kwa siri wakati huo, hata leo ukiongea habari za nabii wa Bwana, Bwana atakuona. Afadhali hata mdomo ikome, tuvume kwenye TikTok. Na kuhakikishia mimi kama mimi ndio natawalanga mbingu na dunia, wewe vile ningekufanya mende. Nebukadneza alifanywa, imagine, kutoka kwa mtu mpaka kuwa mnyama, na akamea mpaka hizi akamea mpaka hizi na miguu, na Mungu akatengeneza sesemi ya tumbo haraka akakula nyazi for miaka 7. Swali yangu ilikuwa nije, mke wake yule ambaye wanaitananga sweet baby every day, waliandamana? Okay, alikuwa anamtembelea, alikuwa anamvisit. Ni swali tu, ni kufikiri, lazima ufikiri. Kufikiri ni free. Na akili zako si eti ni mbovu. Nikajiuliza, huyu mwanamke alipobadilishwa na simba, kuna watu walikuwa marafiki zake, did they accompany them to that bush? Lakini alikuwa amekataa kufanya nini? Kutii. Tuendelee. Pia madhabahu ikapasuka, neno la next. Kisha mfalme akamwambia mtu wa Mungu, niombee kwa Bwana Mungu wako ili mkono wangu upate kupona. Kwa hiyo mtu wa Mungu akamwombea kwa Bwana, nao mkono wa mfalme ukapona kwa kuwa kama ulivyokuwa hapo mwanzo. Let me tell you something. Huyu nabii, huyu mtu wa mbaya akasema, huyu mtu mbaya, tumuite mtu mbaya. Huyu mtu mbaya akasema, niombee kwa sababu sasa kimeumana. Na mimi nakuombea leo katika jina la Yesu. Wewe ambaye ulikuwa unaongea mambo mengi na moshene mingi, leo ni siku yako ya kurejeshewa, kwa sababu kuna vitu zako zimeharibika kwa sababu ya kuongea mehemehe mingi ambao inaleta makosa mingi. So Bible tuone mstari mwingine. So huyu mfalme alimsaidiwa na huyu nabii, na nabii akafanya vizuri. Sasa sikiliza. Tunaongea kuhusu madhara ya kutotii sauti ya Bwana kwa makini na kutokukomaa kiroho. Amefanya miujiza, amefanya ishara, amedemonstrate the power of God. Kila kitu imeenda vizuri. Watu wameona Mungu akifanya kazi. Utukufu wa Bwana umeshuka. Sasa sikiliza. Mungu ni mzuri sana, atakutumia. Hata kama wewe ni mbaya ama ni mzuri. Apostle alisema hivyo hapa juzi. Anasema anaweza kutumia kama chombo tu kwa sababu ya kazi yake. Lakini sasa pamoja na vile ambavyo unatumika, kuna sheria ambazo Mungu ameweka. Ukiruka hizo, lazima utapata punishment. Nimesema hapa tena, God will not spare anybody, regardless who. The moment you fail to obey the voice of God, no matter how powerful you are, na vile Mungu anavyokutumia kwa neema. Mfalme akamwambia yule mtu wa Mungu, twende nyumbani kwangu pate kula chakula, nami nitakupa zawadi. Endelea. Sikiliza. Semefanya power. Na hapo ndio jina lile la kutokukomaa kiroho litaanzia hapo. Twende next. Lakini yule mtu wa Mungu akamjibu mfalme, hata kama ungenipa nusu ya mali zako, nisingekwenda pamoja nawe, wala nisingekula mkate au kunywa maji hapa. Makosa kubwa Jeroboamu alifanya ni hiyo. Alifanya nini? Na shetani atatumia kila ambacho every day kuna siri zingine za kuweka kwa mfuko yako na ufungie. Sababu shetani ukiwa uko na njaa na uongee na uko na njaa unahitaji mkate, ataleta mtu wa mkate. Ukisema unahitaji chochote unachokiongea na mdomo wako, shetani akona hiyo, ataleta hiyo. Ile makosa kubwa mtu wa Mungu alikuwa mtu mdogo, hakujua. Hapaswi kusema kila kitu Mungu alichomueleza. Wewe peleka neno, maliza neno, kwenda shughuli zako. Alipomwambia hivyo, akamwambia siruhusiwi kula na kunywa na kukaa hapa. Endelea next, soma next. Kwa kuwa niliagizwa kwa neno la Bwana, kama usile mkate wala usinywe maji au kurundi kwa njia uliotoka. Hiyo ndio Bwana alimwambia. Bwana alikuwa amwambia, sikiza, utakapoenda huko, don't eat anything. Upewe
usikule chochote. Endelea next. Usiguse chochote. Huyo mtu akaenda akasema niambiwa nisikule na nisirudi njia iliyofanya nini? Niliyokuja nayo. Lakini kwa sababu ya kutotii, tuendelee. Kwa hiyo akatafuta njia nyingine na hakurudi kupitia njia ile ambayo alikuwa ameijia Betheli. Tuende next. Basi kulikuwepo na nabii fulani mzee. Hapo. Unaona hiyo? Underline hiyo. Makosa ya kutotii neno la Mungu na madhara yake. Basi kulikuwa na nabii fulani mzee aliyekuwa anaishi Betheli, ambaye wanawe walikuja kumwambia yote ambayo mtu wa Mungu alikuwa amefanya pale siku ile. Pia wakamwambia baba yao yale aliyomwambia mfalme. So huyu nabii alipomaliza kutabiri watoto wa nabii fulani mzee. Be careful with manabii wazee. Be careful. Hata kwenye kanisa hii kuna watu ambao ni wazee sana. Unakaa rada na wao. Kuna wale wanasema I came here 5 years ago. Sasa hapa ndio unakuja unasema don't allow to be misread. Don't allow you to be misread by anybody bila kukonsulti Mungu. Sasa ile makosa kubwa huyu nabii alifanya, huyu kijana hakuuliza Mungu vizuri. Huyu nabii mzee alikuwa na experience. Unajua kuna watu wana experience ya mambo. Aliposikia kuna kijana kametoka huko, kamefanya miujiza, kametenda maajabu na unajua nabii wazee wakubariki kushindwa. Hata hii Nairobi apostle wako hapa. Na ati ukuje sasa ushike ujaze uinuke, wakiwa na kuona watakupagia, because they don't allow anybody kupanda pale. Sasa hapo unainuliwa na kitu moja. Ulisikia sauti gani from day one? Ulisikia Mungu akisema nini? Bwana alikutuma akakwambia ufanye nini? Hata kwenye hii kanisa kuna mtu ambaye ni nabii mzee. Nabii mzee si lazima yeye ni prophet. Kuna watu wazee. Mungu alikutuma ukuje kufanya nini hapa? Mungu alikuelekeza hapa na mission gani? Sasa ukikuja hapa uwe diverted. Sikiliza ili tuende mbele. Basi kulikuwa tuende mbele, tuende mstari mwingine. Baba yao akauliza ameelekea njia gani? Nao wanao akamonyesha ile njia mtu wa Mungu alikutoka Yuda alipitia. Tuende next. Kwa haraka kidogo. Next. Hiyo akamwambia wanawe, nitandikieni punda. Walipokwisha kumtandikia punda, akampanda. Tuende next. Na kumfuatilia mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni na akamuuliza, "Je, wewe ndio mtu wa Mungu kutoka wewe umeenda mbio sana." Naye akamuuliza, "Je, wewe ndio mtu wa Mungu kutoka Yuda?" Akamjibu, "Mimi ndiye." Endelea next sasa. Inasema nini? Basi nabii akamwambia, "Karibu nyumbani pamoja nami ule." Na sheria inasema nini? Don't eat. But the prophet kwa sababu akubali akamwambia, wewe ndio mtu wa Mungu. Na let me tell you, be careful with the spirit of jealous. Be careful with the spirit of jealous. Uwe makini na jealous na nabii mzee. Anakuambia, unajua we have experience in this ministry. We have been here since it started. Yeah? Ukikuja hapa usilete kielele mingi. Punguza mdomo, enda pole pole. Usikanyange kubwa kubwa, usikie kwa ile ofisi. Let me tell you, hao manabii wazee hao, be careful with them. Na wewe usipojua ile mission ilikuleta hapa, you'll be entangled in the wilderness. And let me tell you, ile mission Mungu alikutuma ukuje kufanya hapa, if you fail to do it, no matter ni reason gani, then expect one thing. Mungu atakupandisha. Mungu hataki kujua kama utakuta barriers, kama utakuta nini. Mungu anatarajia kile ulichotumwa kufanya kwa ministry ya CFC ufanye. Regardless nani ambaye anazungumza sana, regardless nani akona voice sana, regardless nani anajulikana sana, do your mission as per you are commanded to do in that ministry. So be careful with what. Basi nabii akamwambia, "Karibu nyumbani pamoja nami ule unakunywa." Twende next. Yule mtu wa Mungu akasema, "Siwezi kurudi na kwenda na wewe, wala siwezi kula mkate au kunywa maji pamoja nawe mahali hapa." Twende next. Nimeambiwa kwa neno la Bwana, kama usile mkate au kunywa maji huko hau kurudia njia ulioijia. Endelea. Haraka kidogo. Yule nabii mzee akajibu, "Mimi pia ni nabii." Hapo ndio kunaleta tatizo. Now let me tell you, if you're not careful kwa lile ulilolisikia, you'll be misled. You get out of the way and God will not spare you
Kwa sababu unajua wewe si msichana ati kama kusema msichana wa miaka 30 sasa akipata mimba atasema it was an accident. Ni nini hujui? Nini mgeni? What is new? Ni nini mgeni? Ni nini ambao hujaiona? So kila kitu unajua. So makosa yote unaofanya it is your responsibility because you know everything. Kuna mama moja aliniambia mimi nimepata mimba na sikuwa naitaka, niko na watoto wawili. Nikamwambia una akili, hujui pills zinatumiangwa, hujui dawa zinatumiangwa, hujui sindano ziko za 5 years na 10 years. Na kama hii ya aluminium imekataa, sio kwa silver. Ikishinda wewe kwa gold, juezi wewe kwa gold kwa mkono. Unajua mimi hata niliuliza kumbe gold zinaweza kwa yule nabii mzee akajibu, mimi hapa kama nabii kama wewe. Naye malaika alisema, unaona hiyo? Naye malaika alisema nami kwa neno la Bwana, mrudishe aje katika nyumba yako ili apate kula mkate na kunywa maji. Lakini alikuwa akimwambia uongo because he didn't consult the first time. Mungu aliyemwambia aende usikule. Mimi ningekuwa ningemwambia okay, ngoja kidogo. Alidai for the session master be mighty sign balakas concert to mokas. Asante kile na maana asante. Wewe umesemaje? Yule nabii bandara kusikiliza huyu, nikamwambia ngoja kidogo nabii mzee. Ngoja kidogo nabii mzee. Unasemaje alidai master Jehova? Asante. Umesema tulinaye tukakule alafu unaonaje? Tukalidii kio hapo ama unasema aje? Lakini yule nabii akuulizia kwa Bwana aliyemtuma the first time. Alimsikiliza nabii. Let me tell you, don't listen to every voice. Don't listen to every voice. Consult. Mwambie consult first. Sini alikwambia uende na alisema usikule. Kama amebadilisha mawazo, anapaswa kurudi kwako akwambie nao nimebadilisha mkataba wa kutokukula, now you can go and eat. Masaa ya kuuliza iko wapi? Wewe hata unajua mbeleni ya apostle hakuna mtu angeoa. Mbeleni watu walikuwa unaolewa bibi. Maana mzazi wako ndiye alikuwa anajua the best family to marry. Hata mbeleni kitambo wakati wa Samueli, mtu akiwa akipoteza na nabii wa kitambo alikuwa anaitwa mwonaji. Hakuna mtu angeweka hata mpaka biashara bila consultation. Nikiweka hii tafaulu, huyu bwana unaona kama tuna match ama inakaa. Sasa nyinyi mnaolewa tu kwa TikTok, WhatsApp na Facebook. Mulashi akiingia hapa anabeba hata bibi za watu, kwa sababu hakuna hata kuuliza kama ni mtu wa Mungu. Hata Samueli alipotumwa kwenda kuteua mfalme kwa Jesse, alienda na macho ya kimwili. Na unajua yule mzee alikuwa na majamaa wako na mabega. Sasa ametumwa nabii, na unajua si lazima uwe nabii uone laini. Unaweza kuwa na laini ya kusikiliza na kuona ama kusense. So nabii alipoenda hakuwa anaonyeshwa ati ndio specific, alikuwa anangojea vile Bwana atakavyosema. Akafika asema, wewe mzee, nimetumwa hapa, nataka uweke vijana wako wote hapa kwa sababu kuna mtu ambaye atakuwa mfalme. Sasa mzee akawapanga. Sasa unajua sheria inasema aanze na firstborn. Firstborn anaitwa Eliab. Alipotokea tu na kuhakikisha jamaa alikuwa na mabega, alikuwa na muscle, alikuwa na six pack, akiamua na kuhakikisha angekutokea, unaona huyu ndiye qualify kuwa mfalme. Kukutokea tu qualification. Bible inasema na Samueli akamtazama kwa macho ya kikawaida na akasema, yakini it might be, yakini Masihi wa Bwana yuko hapa. Bwana hapo chini Bwana alimwambia, mimi siangalie kama vile watu wanaangalianga. Watu wanaangalianga nje sura, lakini mimi naangalia wapi? Ulize nini yako, uliangalia wapi ili upate hiyo shida ulipata? Sasa unaangalia mtu unaona kama ni mzuri. Nani anakuambia ni mzuri? Actually anaweza kuwa hata ni muachi. Omba Mungu, na unajua the inner man utamjua kupitia kwa system ya kiroho.
Sasa hata kuna mama mmoja anambia aliletea watu watatu. Anambia pastor sikiza. Niko na bwana mimi ni mwanamke. Niko na boyfriend watatu. Na huyu picha yake ndio hii, huyu ndio hii. Anambia niambie ni mgani unaona atakuwa bwana yangu. Nikamwambia wewe tuache kwenda kiroho. Wewe unaona kama nani? Akambia unaona huyu mrefu ni mzuri sana. Ukimwangalia unajua anakaa handsome, anakaa kwa serious, he can fight battles for you. Nikamwambia sasa that's the biggest mistake you do. Kwa sababu huyu ni prayer man. Huyu anaweza kucheza ile hujaiona. Nikamwambia unaona huyu mfupi huyu. Nikamwambia unaona huyu mfupi huyu black huyu. Hapo ndio Bwana yuko. Akaniambia pasa ni kama angalia line hiyo vizuri kilia kidogo. Maybe kuna kioo. Hiyo kioo panguza kidogo. Inaweza kuwa leo line hiyo haileti vizuri. Nikamwambia alidive session master. Hapo ndio iko. Akaniambia hakuna hiyo iwezi. 4 months later. Yule jamaa walikutana kwa supermarket, yeye na bibi na watoto. Yule alikuwa mrefu. Huyu wa pili alikuwa amempropose akakataa. Na akatafuta msichana wake akaoa kwa sababu alikuwa ina hali. Let me tell you msana mpaka sasa ananiambianga I wish ningekusikiliza. The biggest mistake we have today, we don't consult. And it was the system and the custom of children of Israel before wafanye anything waulize Mungu. And the moment walipoenda bila kuuliza Mungu, they failed even spiritually today. Hakuna mtu anaweka biashara, umeweka ngapi sikianguka. Mbona usijue kama ni line yako hiyo? Wewe unajua kila mtu ana talent yake, kila mtu ana kipawa chake, kila mtu ana neema yake, kila mtu kuna vile amezaliwa na kitu cha kwake. Sasa na until you discover your calling and your anointing, na ile kali ya Mungu amekupatia, you never become yourself. Kama wewe ni mwimbaji, imba na ujiulize Mungu, mimi ni mwimbaji ama nani? And the people who are here, they don't know who they are. Hata ajui kali yake, anasikianga tu TikTok, anaona mama anavanga dress. Mama anavanga dress anaitwa aje? Kuna mama amevuma kijana, amevuma TikTok. Si Kinuthia, mwingine hapa. Mama Ndasala. Sasa Ndasala atafaulu kwa sababu amekanyanga kwa line yake, ndio ashaijua. Mimi naweza kuteseka sana kwa ministry, lakini najua iko na kitu yangu because I am operating within the lineage of my career. Na wewe jua swali yangu ni je, who are you? It is the responsibility ya nabii kukuambia wewe ni mwanabiashara, wewe ni mwimbaji. Naona wewe uko na kitu fulani. Then you focus on that line because through that line hapo ndio success yako iko. So today people are doing things blindly. Getting married blindly. Marriages in break every day. Wewe umeiona ndoa zinavunjika na siku mbili. Siku hizo tunapatana kwa barabara, mnageuka mnaenda hivi. Hata yani mimi nimestuka. Hii mbeleni nilikuwa unatongoza msana 5 years na hakuna kitu umepata. Saa hizi mnapatana kwa njia. Hello, are you good? Si mulasha. Are you good? You look beautiful. You look handsome. Okay? Can I buy you a cup of tea? It's okay. Mnageuka hivi. Alafu sasa unaweza unaishi wapi? Tunaishi Mwiki. Mna Mwiki. Okay, usaki naona unaweza ibiwa, acha nikupeleke paka kwako chu. Kisini kitanda. Hana vitu mingi. Utakaa wapi? Karibu sana kupikia chai. Kaa hapo. Hiyo siku hakuna kutoka. Nayo hiyo ndoa imalizangi miezi ngapi? So kuna ndoa za wiki 2, wiki 3, wiki 4, wiki 5. Uliza jirani yako ni kuliza na lini? Ama ni siku ngapi? Inasema naye malaika alisema kwa neno la Bwana ninirudishe, twende mbele, lakini alikuwa anamwambia uongo. Hivyo mtu wa Mungu akarudi pamoja naye na akala na kunywa katika nyumba yake. Makosa. Endelea. Mbie nako makosa. Mwambie makosa. Makosa ya kuuliza yule aliyekutuma mwanzo. Failure to listen. Yule aliyekutuma mwanzo. Endelea. Wakati walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamjia yule nabii mzee aliyemrudisha huyo mtu wa Mungu. Sasa ndio Bwana ameongea. Wakati amefanya nini? Makosa. Wakati amefanya nini? Amekosea. Ndio Bwana anaongea kwa kinywa cha nabii. Kuna mambo Mungu ataruhusu ufanye ili akufundishe lesson. Hata ongea unajua unaulizanga na uko na haraka sana ya kutaka kwenda huko. So inabidi Mungu angoje uende kwanza. Uko na spindi sana ya kuolewa kesho. So Mungu atazungumza, atasema nenda. Because hata una patient ya kungojea ujibiwe. Unajua hizo omba saa hii, Mungu niharakishie saa hii, uniambie kama ni saa hii, kwani Mungu ni hizi zako. Mungu si kaseni yako ati Mungu saa hii niko hapa nimesimama, nataka uniambie saa hii. Mungu anataka utake time kumuuliza.
chukua mwezi, chukua miezi 2, chukua miezi 3, muulize kwanza. Yule nabii alipoambiwa tu aligeuka. Alipoenda akakula, neno la Bwana likakuja akiwa kwa meza. Tuendelee, soma next. Akapazia sauti yule mtu wa Mungu aliyekuwa ametoka Yuda, hivi ndivyo asemavyo Bwana, umeasi neno la Bwana na hukushika amri yake, hukushika amri yake uliopewa na Bwana Mungu wako. Nani anamwambia? Nabii mzee anamwambia Bwana amekasirika, Bwana amenjamu. Nani amemmislead? Ni yeye. Sasa nani anamblame? Ni yeye, kwa sababu naye hana nini? Akili. Twende next. Akutii, bali alirudi na kula mkate na kunywa maji mahali ambapo alikwambia usile wala usinywe. Kwa hiyo maiti yako haitazikwa katika kaburi la baba zako. Endelea. Sikiza, Mungu ndiye amemwambia. Mungu anamwambia sikiza. Njoo kusikiza. When you fail to listen the voice of God, it can cause even death. Makosa ya kutotii neno la Mungu linasababisha paka kifo. So alipokataa kutii, Mungu alimwambia yule nabii mzee, huyu makosa hiyo amefanya, maiti yake haitazikwa kule. Na did he spare him? Alimspare because he's man of God. Alimspare because he was anointed. Alimspare kwa sababu alikuwa amefanya miujiza. The same case applies to you. The same case applies to you. Kile ambacho Mungu alikutuma ufanye, if you fail in one or the other, no, whatsoever the reason unataka kupeana, God will not spare you. Atakuangamiza, atakutesa, atasababisha delay unless you repent na mwambie Bwana I'm sorry. Mungu wa kitambo ujue pia ni Mungu wa sasa na milele. Alipokula na akanywa, akamwambia basi maiti yako itazikwa kule. Wakati huo mtu wa Mungu alipomaliza kula na kunywa, nabii aliyekuwa amemrudisha akamtandikia punda wake. So the next haraka. Alipokuwa akienda akakutana na simba njiani, akamuua na maiti yake ikabwagwa barabarani. Yule punda wake na simba wakiwa wamesimama karibu naye. I like this. Imagine apostle, Mungu ni mwaminifu. Simba alikuja, akuua punda. Na Mungu atafanya makosa? Punda haina makosa. Alimuua tu nabii peke yake. Na simba akamwambia, "Hello, habari yako ndonke?" Na vile simba na ndonke hazionanangi. "Ndonke, are you okay?" Kaa hapo kalisha mtu wa Mungu. Na ile kitu inanifurahisha sasa hii Bible, this is so interesting. Simba ilimuua. Lakini kuuliza nini? Twende next. Baadhi ya watu walipopita pale waliona maiti imebwagwa pale chini, simba akiwa amesimama kando na maiti kando. Wakaenda na kutoa habari katika mji ambao nabii mzee aliishi. Nabii aliuawa na simba ikakuwa friendly na haikumuuma. Ilimpiga tu na touch akakufa. Kwa sababu simba iko na kilo 250 hapa. So hata sikumuuma ni kupiga na ikaangua. Na hiyo punda haikuulizwa, punda haina makosa. Mungu ataadhibu mtu ambaye, God will never scatter the righteous among the wicked. And I promise you, even if the Kenya can be worse than ever before, hata 2027 ifike, hata election ishike moto, kuna watu ambao hawataikuwa waadhiriwa wa elections. Kuna watu ambao Mungu atauliza hata kikiumana namna gani. Bible inasema giza litafunika dunia mzima, lakini kwa mwenye haki kutakuwa na nini? Na mwangaza. Nimekutabiria leo, hautakuwa miongoni mwa watakaoangamizwa. Corona will come, cancer will come, pressure will come, sukari itakuja, lakini wewe utasimama. Inua mikono yako, sema haleluya. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi, glory. Yule simba hana makosa na punda. I love this. Gari itaanguka. Wenye wanahitajika watakufa. Kuna mtu atakuwa na kazi ya kupanguza vumbi na atoke. Sababu yeye hafai kufa hapo. Huyo ni kama wewe, ni kama punda. Simba ilianguka. Punda, kuna mzee mmoja, sitaki kupeana kaka kwa story, sitaki mimi na manage time yangu. Kuna mzee mmoja alitumwa na Mungu. Alikuwa anataka kuoa na wezi kule Chuka. So wezi walimchukua na gari yake wakaenda kumuua. So alipomweka chini, wakamwambia tumekupatia na 5 utubu Mungu wako na umuombe, alafu sasa tukumalizie. Na alikuwa na pesa sana, alikuwa amelipwa. So yule mzee akamwambia tumekupea 5 minutes uombe. So ilikuwa ni msituni. Alipoanza kuomba akaambia Mungu nibariki tu. Niko hapa ninakuja kwako sasa. Mimi sijui vile kulifanyika. It's a little story. Wakati ilikuwa ni kitambo. Simba ilitoka nowhere. Simba ni sembo ya Mungu.
ni kama Mungu anajitanga simba wa kabila wa Yunda. So kuna vile simba zinaandamana. So ukiona simba unafaa kuona huyo Mungu tu mwenyewe. Ni the king of jungle. Na simba ilijiambia yeye ndio mkubwa na hakuna mtu alijiambia. I like the spirit of simba. Simba ilijiambia yeye ndio mkubwa. Na ndovu, imagine simba ni kubwa kuliko ndovu. Simba ikiona ndovu inaona you qualify to be my supper today. Simba ikiona ndovu, na ndovu ni kubwa, lakini simba ikitazama na macho inasema you qualify to be my supper. Na kasimba ni kadogo, lakini sijui spirit inakuwa ndani yake. Yaani simba ikiangalia ndovu inaona hii ni supper. Unaona vile ndovu iko? Unaona mbogo vile iko, lakini simba ilijiambia ni king of jungle na ikawaleka na kuombea roho ya simba katika maisha yako. Maana simba yamini kushindwa. Simba is a master na ilijiambia, si eti iliambiwa na mtu, ilijiambia wewe ndio mkubwa wa kutawala msitu yote na hakuna mtu atakukula. So inaangalianga ndovu inaona wewe utakuwa sapa na haijakufa. Omba Mungu akupe hiyo spirit ya kuona mambo kwa umbali. Bible nasema hivi, simba akiwa amesimama, so sijamalizia, yule mtu simba ilipiga wale wezi wakatoroka. Alafu hata alisahau gari. Ndio sasa ukiona simba pia wewe huwezi kumbuka gari. So vile aligeuka hivi kwenda na watu wanaambiangwa ukiona simba usiangalie kwa macho na usigeuke. So alishika njia ya kwenda. Akaenda. Vile alianza kwenda, simba ikamfuata nyuma. Wacha nikuhakikishie wewe simama. Hata ukisikia mkojo ni kwenda. Hata usikie kwenda choo. Na kuhakikisha walitokea. Sasa unajua kwa msitu kuna wanyama wengine na ni saa 10 na karibu saa 11. Walienda. Wakati alitokea kwa barabara hivi, kwa stage, alitokea kwa msitu, kuna mboma moja alipitia. Watu kuona yeye na simba, unajua wanafikia ni mchawi. Kuona mtu na simba, mtu kwa mlango chu, yeye na simba. Alipofika stage hakuna matatu ilikuwa inasimama. Sasa ambia usiona kuna simba pale, gotola na molothi. Sasa yule jamaa sijui Mungu alifika aje akasema gari moja ikakuja ikasimama kule. Akaingia simba ikarudi shughuli zake. Mungu atakulinda siku ya taabu. Lakini usiwe mwizi na mkola. Mtu mwaminifu. Baadhi ya watu waliopita pale waliona maiti bebwa pale chini, simba alikuwa amesimama kando ya maiti, wakaenda na kutoa habari katika mji ambao enda next haraka please. Sasa ndio hii Yule nabii aliyekuwa amemrudisha kutoka katika safari yake, aliposikia habari hii akasema, yule ni yule mtu wa Mungu ambaye aliasi neno la Bwana. Aliposikia kuna mtu ameuawa, kichwa kamwambia huyo. Ndio alikuwa anajua once you disobey the voice of God, kuna consequences. Na sasa consequences zinaweza kuwa ni mingi. Bwana anaweza kufa, Bwana anaweza enda, kazi inaweza futwa, biashara inaweza ikaisha. Anything can happen. Mtoto anaweza kufa. Hakuna kitu kitafanyika. The moment you disobey the voice, anything can happen, and expect that. So Bible says, aliposikia tu Bwana amemtoa kwa simba ambaye amemlalua na kumuua, sawa sawa neno la Bwana aliyokuwa limemuonya. Sasa lilikuwa limemuonya. Endelea next. Nabii akamwambia na nitandikieni punda, nao wakafanya hivyo. Endelea haraka, andui zako ndio watafanya hivyo. Kisha akatoka akaenda akakuta maiti imebwagwa chini barabarani, punda na simba wakiwa wamesimama kando yake. Simba hakuwa amekula ile maiti wala kumlalua punda. Hawaulizani, because hii si biashara. Mungu hakuna siku ataunganisha watu wawili awaunganishe. Wewe anakushika na makosa yako anakunyonga, huyu anashika na kunyonga. So mkidiscuss moshene, usifikirie mtapigwa nyote wawili. Harun walidiscuss habari za Musa wakiwa na Miriam. But let me tell you, hakuna mahali Harun aliuliza juu alikuwa na mafuta. Sasa wewe endelea tu kuongea tu. Wewe endelea kudiscuss. Unajua Mungu alitokeza kwa fujo akasema, who are you to discuss about my man? Nyinyi ndani mnaongea kuhusu huyo mtu, msiongee. Hata kama ameoa mwanamke wa Kush, that's none of your business. Imagine pastor akienda aweka hapa saa hii hapa na kuhakikisha story itakuwa ina trend. Ita trend kwa TikTok, ukipanda hii unaiona. Lakini sasa Musa alipoa mke ambaye unajua ilikuwa imesema hivyo, lakini juu ya mafuta Bwana akasema chorea tu. Mungu kuna vile anachorea kwa watu fulani, si wewe. Wewe una mafuta. Wewe usijiunganishe na mtu muongea habari za yule. Juu wewe una mafuta. Utapigwa. Miriam alipigwa na hakuna mahali Harun aliulizwa. Na Mungu alikasirika sana. So ambie jina lako jiepushe na hiyo. Kisha akatoka akaenda akakuta maiti imebwagwa chini barabarani, punda na simba. Tuendelee next haraka please.
Basi yule nabii mzee akachukua maiti ya mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, akailaza juu ya punda na akarudisha katika mji wake ili kumuomboleza na kumzika. Twende next. Alakalaka kidogo. Kisha akailaza ile maiti katika kaburi lake. Huyo akailaza, kisha akailaza ile maiti katika kaburi lake huyo nabii mzee. Nao wakamomboleza juu yake na kusema, ndugu. Sasa Kiswahili yangu inasema alas. Kuna vile nasema ala. Yaani ni kama kenjeri fulani. Akamchukua akaenda akamzika kwa kaburi yake. Lakini ndugu, sasa walipokuwa wakikula wakimwomboleza walikuwa sema, wewe nikuambia tu, I told you. Alikuwa na hiyo kenjeri. Ndugu, endelea. Ndugu, baada ya kumzika akamwambia wanawe, wakati nitakapokufa munizike kwenye kaburi aliyomzika mtu wa Mungu. Lazeni mifupa yangu kando ya mifupa yake. Sababu gani? Tumalize hiyo, the last verse. Kwa maana ujumbe aliyoutangaza kwa neno la Bwana ni dhidi ya madhabahu huko Betheli na dhidi ya madhabahu yote katika mahali pa juu pa kuabudia miungu katika mji wa Samaria. Hakika atatokea kweli. Simamia hapo. So nataka kusema nini? Funga Biblia yako sasa, tunamaliza. Nabii alizikwa mpaka kwake kwa sababu alikataa kutii neno la Mungu, na niko sure very well. Na nilikuwa nikiangalia, ninalinganisha hii mambo kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu alikuelekeza. Tuseme mfano, kuna siku moja nilikuwa naambia, Mungu akaniambia enda upeane nilikuwa na church. So Mungu ananiambia enda upeane shilingi 1,100. Inside me kulikuwa na vita isiyoonekana. Sasa ninaangalia account yangu, naona nikitoa hii 100 nipeleke, hiyo story itaisha. Number 2, ujue bibi saa zingine hawaelewangi. Kama ni Mungu amekwambia, you know, hata wakati Mungu alipomzungumzia in the book of Genesis chapter 22, Mungu alipomzungumzia Abraham akamwambia, chukua mwanao umpendaye sana uende ukamtoe kafara kule. Na Sara amempata mtoto huyu na miaka ilienda. Ibrahim alisikiza Mungu, akainua nini mambo ya Sara. Na unajua kumwambia, kwa sababu alijua akimwambia atapinga, akimwambia atakuwa ataoppose. So alijifanya mahuru, unvogable. Kaita wafanyikazi wakaweka mizigo punda, akachukua kila kitu akaenda. Na kukuwa na simu, hiyo ndio bahati tu. Hakuwa na simu ya kupiga. Juu Sara, Ibrahimu angelala nje na huyo kijana, Sara angepiga simu mingi sana, hata ibada ingefanyika. Lakini alipoenda aka make sure, akapanda pale kwa mlima, vile unajua Biblia inasema akapanda kule, na Mungu akaruhusu kabisa mpaka akatandika mtoto kwenye kuni. Lakini Mungu akangojea mpaka akatoa kisu. Alipokuwa ataka kumchinja mtoto, Bwana akamwambia, stop it for now, I know you love me. Sasa sikiliza, mimi nikajiuliza maswali. Hiyo Ibrahimu aliambiwa enda utoe, enda upeleke, enda upeane 100 church, kulikuwa na aliasi kufaa kulipwa. Mimi nikafight. Mungu ananiambia, kumbuka wale watu wote wanga na disobey my word, I deal with them vibaya sana na sitakuspia hata wewe. Number 2, akaniambia ujue nimesema. Mimi sikuambia mama. Ndio maana unafaa kuwa na account yako private na nyingine. Mungu akisema ulete 1,100 hapa, usizide kuongea. Wewe leta, ngojea repercussions. Ndio hata Ibrahimu walikosana na mke wake, walikosana na Sara. Ndio alipokufa alienda kumzika Tera. Kwa sababu mtoto alikuja kumwambia, unajua umeolewa na mwanaume muuaji. Umeolewa na Al-Shabaab. Alikuwa hata kunikata shingo. Uliza wafanyikazi watakwambia, huyu mtu ni mbaya sana. Actually uko na nguvu kama unakaanga na huyu bwana. Unajua ni kufikiri vile alikuwa anasema. Sasa unajua naongea vile Isaka alikuwa na umri wa kuelewa. Alijua Abraham alikuwa anataka kumchinja. So alienda akaelezea mama yake the whole scenario. Akamwambia, kama unafikirianga uko na bwana ulikosea. Huyu uko naye ni muuaji. Uliza siku 3 tulikuwa wapi na tulikuwa nataka kunifanyia nini? Akaenda kule akamwambia. Sasa mkake I think wakaachana kidogo hivi ndio ya pressure na sukari. Nikimaliza nataka kusema nini? Mungu aliponiambia toa 100. Nikaambia Bwana, ngoja kidogo, unajua zaidi basi aambia fanya hivyo. Mimi hiyo siku the following day mtoto wangu aligonjeka. Aligonjeka ugonjwa ambao sijui. Nikampeleka hospitali. Daktari akasema tunataka kupima. Wakasema na tena anaonekana oksijeni inaenda chini. Akamweka kwa mashine.
sikujua oxygen is expensive. Alipompima na machine, oxygen ilikuwa very expensive. Alikaa hospitali 5 good days. Na mimi nilikuwa nakaa naye. Bill ilikuja 102. Let me tell you something. Be careful Mungu anapozungumza. Hata anaweza kuambia peleka hiyo shamba kwa kanisa. Anaweza kuambia peana 1500 kwa church. Anaweza kuambia kile alichokuambia. Let me tell you, if you disobey that voice, let me tell you, utapatana na consequences. I don't want to blame. I don't know who I'm talking to today. Sijui nani naongelesha leo. Kuna jambo Mungu alikuelekeza ufanye kwenye hii ministry. Kuna jambo alikupea assignment ya kufanya. Lakini kwa njia ukapatana na nabii mzee. Yule mtu ambaye alikuambia, hapana, don't do that. Usifanye hivyo. Usijaribu kufanya hivyo. Let me tell you, you will kill your own family. You kill your marriage. You kill your business because you have listened to other people. Ambia jirani yako, be individual. Mungu alikuongelesha ukiwa peke yako. So wakati amekuongelesha, fanya kile ulichoambiwa peke yako. Don't consult someone. Well, nilisikia Mungu akiniambia nipeane pesa. Don't discuss because uliambiwa peke yako. If you fail to do that, punishment. Niruhusu hivi. Apostle, let us repent for 1 minute. Kuna mambo mengi tumeelekezwa na Bwana tufanye. Na unajua unaweza elekezwa anything. Mungu anaweza kuambia ufanye anything. Si mtoto, si shamba, si pesa, si nini, si kununua kitu fulani. It doesn't matter. Mungu akitaka kukufanikisha lazima kupatia directives fulani. Akiona umefuata hizo maagizo, then anafungua mlango. Abraham alipopanda kwenye msitu ule, kwenye mlima ule, pale kwenye mlima alioambiwa na Bwana, alipotoa ile dhabihu, kuna kitu moja Abraham hakuwa anajua, ati Mungu alikuwa amejiprepare kumbariki. Unajua nini? Alipopita mtihani wa kutoa ile sacrifice. Na unajua hata kutoa, because camera ziko zimemwangalia 3 days hivi. Alipomaliza hiyo sacrifice, yani alipopita mtihani wa kumtoa, njoo kumtoa, Bwana anamwambia nao, angalia side ile. Kaona mwana kondoo. Aliyekuwa amefanya nini? Amenaswa kwenye pembe zake pale kwa kichaka. Kuna vitu hautaviona kwa macho. Utajiri wako huko, pesa zako ziko, marriage yako iko, ndoa yako iko, lakini hauwezi ukaiona mpaka siku hiyo utakapotii kingile sauti ya Bwana na kufanya kama alivyoelekeza. Ndiye atakwambia na ile ilikuwa ni yako. Na ile nilikuwa ni vitu ngapi zimepotea kwa sababu au kufuatilia ulikaza moyo kama Abraham. Ni vitu ngapi ambazo hujui ziko wapi? Let me tell you, when you obey the voice of God, doors will open automatic. And I prophesy to you today, kama utatii neno la Bwana leo, milango yako ikafunguke, kazi yako ikafunguke. Kama utafuata kile Bwana alichosema leo, your doors will be open. Mwana kondoo aliyenaswa anakungojea wewe. Mwana kondoo aliyekamatwa anakungojea wewe. But until you obey diligently the voice of God, you never see what God has kept for you. Simama tu na miguu yako. I don't know how many things you have lost because of disobedience. I don't know how many things you have lost because you have agreed. You have agreed to be misled by anybody. I don't know. But let me tell you, our God is God of second chance. God will give you a second chance. Umwambia Bwana, it's okay. I made a mistake the first time. But right now, I want to rectify my mistake. And I'm very ready. Na niko tayari. All the sins ambazo nimefanya, kama kuna kitu ambacho kiliondolewa, kama kuna kitu kiko pale pending, kama ndoa yangu ilivunjika, biashara, kazi, mambo mengi ilifanyika kwa sababu sikutii, then Mungu naomba unipee nafasi ya pili. Uzungumze na moyo wangu, zungumza na spirit yangu, because I didn't know. Sasa fanya hivi, jitetee useme I didn't know madhara ya kutokutii. Usijitetee na hiyo. Sema sikujua madhara ya kutokutii. And our God is a forgiving Father. Inamisha uso wako kwa dakika moja, mwambie Bwana, I didn't know. Rabo shakapa. Niko na 1 minute. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We glorify. Thank you. We glorify. We thank. Katika hiyo hali ningetaka tuombe, tushukuru Mungu. Mwambie mwenzako, Gilgal is painful. Sema Gilgal is painful. Sema Gilgal is painful.
happened in Gilgal. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka kule Egypt, walikaa pamoja wazee, ndio nabii wazee. Sio lazima kuwe nabii, lakini wale watu wanafanyaga ndio wanajua sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa Gilgal, sema wakiwa Gilgal, wakiwa Egypt. Sema wakiwa Egypt. Wakaambiana. Sema wakaambiana, tusitairishe, maana ni siku 8 ya kwenda kule Kanani. Simwambie mwenzako, maana ni siku 8 tu tunaenda Kanani. Kwa hivyo hakuna circumcision. Tuongee, nataka tuongee pamoja. Maana ni siku 8 ya kwenda Kanani. Kwa hivyo hakuna circumcision. Kumbe circumcision. Si umwambie mwenzako, kumbe circumcision ilikuwa covenant na Mungu. Wakasuspend covenant. Nisaidie kuhubiri. Wakasuspend covenant. Wakaweka Mungu kando. Ndio waende siku 8. Naye Mungu akaenda 40 years. Kutotii sauti ya Mungu kuna kuletea madhara. Hiyo ndio ibada ya jioni siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Mwambie Gilgal is painful. Baada ya 40 years of suffering, ndio Mungu akawakumbusha wakiwa mji unaitwa Gilgal. Akawaambia, mnajua hamujasaka Moses. Mnajua hamujasaka Moses. Yani niramenya, yani umekaa miaka hiyo yote na ujuagi wewe ni kipi. Kwa sababu wale wazee hao manabii wa kule Egypt wote walikufa kule jangwani. Waliobaki ni vijana waliozaliwa kule jangwani. Kwa hivyo hawakuwa na historia ya kukatwa. Mwambie mwenzako, hawakuwa na historia ya kukatwa. Ilibidi Mungu akuja akasema, sasa mkatwe. Wanaume kama mwanaume kama huyu, kimwanaume kama mimi, kimwanaume kile kingine. Wakapanga laini wakikatwa. Wakapakwa matope kama Waluya, wakaenda kukatwa. Wazee wakakuwa analia shishi kwa sababu ya kutotii. Sema kutotii. Na kusikiliza hawa manabii wazee. Simu tumekutana na wao hapa. Watanyoroshwa kivyao. Inua mikono yako sasa, ambia Mungu, nataka kutubu madhambi zangu zote. Niliambiwa. Tuendelee kazi. Mfungua tu kinywa chako, tubu tu dhambi zako. Useme, mimi Mungu niko tayari kuja hapa. Maana nimefika Gilgal na nimeambiwa kuenda Bethel lazima nikuwe circumcised. Lazima nikutane na kisu. Na kwa sababu baba zangu, my fathers walibatilisha covenant ya Mungu. My parents walibatilisha the covenant. Walibatilisha venye Mungu alikuwa ametuagiza, kwa sababu walikuwa na mipango yao, kwa sababu walikuwa na nia zao. Kumbe walijitenganisha na Mungu. Kumbe waliondokea Mungu. Wakati waliondokea Mungu, walitembea kwenye jangwa miaka 40 ya mateso, miaka ya kilio, miaka ya mahangaiko, na ikabidi wakaangamia wakiwa kwenye mahangaiko. Mwambie Mungu, nimekataa kuanguka, nimekataa kufa, nimekataa kuliwa na simba, nimekataa kuteseka, nimekataa hayo mateso. Ninataka kurudi kwako. Ninataka kurudi kwako Baba. Mwambie Baba, nataka kurudi. Baba, nifungulie mlango, nikubali tu. Mimi nilikoseshwa na manabii, nilikoseshwa na waliokuwa hapa mbele yangu, nilikoseshwa na waliokuja wakachukua nyota yangu, nilikoseshwa na waliokuja wakanipatia mafundisho ambayo si ya haki, nilikoseshwa na waliokuja wakanena mambo ambayo si ya haki. Baba, nakuomba tu kanisaidie. Naomba, maana sina mwelekeo, sijui kulikuwa kuna tahirishwa namna gani. Maana wana wa Israeli waliozaliwa kule jangwani hawakuwahi kuona mtu mmoja aliyetahirishwa, lakini ilibidi sasa waingie wakatafute mtu wa kuwasaidia kuwatahirishwa. Walitahirishwa jinsi ambao hawakuelewa.
Huyo Mungu aliyewasaidia wana wa Israeli kuingia Gilgali na wakatahirishwa na wakarudisha covenant ya Mungu, na hiyo covenant irudi kwako sasa. The God covenant irudi kwako. Maagano yako na Mungu yakarudi kwako. Alikuahidi watakupatia kazi na irudi. Alikuahidi na utapata ndoa na irudi. Alikuahidi na utapata biashara na irudi. Alikuahidi huduma yako itanawiri na irudi. Walioiba huduma yako na wakapokonywa uregeshewe. Waliokudhuru, manabii wazee waliokuja kwa maisha yako wakakunyang'anya hatima yako, na iregeshwe sasa. Biashara yako na iregeshwe, ndoa yako na iregeshwe, huduma yako na iregeshwe, in Jesus mighty name. Endelea kuambia Mungu, mwambie uko tayari. Mwambie uko tayari. Uko tayari kurudisha covenant. Kazi yako itarudi. Mwambie uko tayari kuregesha maagano. Ndoa yako itasimama. Mwambie uko tayari kuregesha maagano. Huduma yako itaregeshwa. Sema mweza yote kama wewe, nani Bwana? Nani kama wewe? Tunasema kuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Ndipo tunaimba kuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Kuna kama wewe, kuna kama wewe, kuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Kuna kama Bwana, kuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Kuna kimbilio, kuna kama wewe, Baba yangu, Bwana wa mabwana. Kuna daktari, kuna kama wewe, kuna kiongozi, Bwana wa mabwana. Inua tu mikono yako. Mwambie Mungu, nimekuja mbele zako. Hatima yangu iliibiwa. Nyota yangu ilichukuliwa. Sina mwelekeo. Nimezunguka kwenye jangwa. Nimezunguka miaka yote. Sina mahali pa kwenda. Sina jambo la kufanya. Maana walichukua hatima yangu. Walichukua nyota yangu. Baba, nimekuja kujua ya kwamba kulikuwa na maagano. Na katika hayo maagano ninarudi kwenye maagano. Baba, nisaidie kuyaelewa maagano haya. Nisaidie kuwa na mwongozo wa maagano haya. Ninatubu dhambi za baba yangu. Natubu dhambi za mama yangu. Natubu dhambi za watoto wangu. Natubu dhambi za mume au mke wangu. Natubu dhambi za waliokuwa kule mbele. Hata natubu dhambi za wahubiri walioniongoza hapo mbele. Naomba msamaha. In Jesus mighty name. Somebody say amen. Sasa mnaweza kuleta sadaka zenu. Natumai kila mtu ametayarisha sadaka zake. Angalia sadaka, kaa chini tu. Tayarisha sadaka yako vizuri. Sadaka ni muhimu sana katika kuleta maagano haya. Kumbuka wana wa Israeli baada ya miaka 40 years walizunguka, wakazunguka. Wanaitanga Barinea Kadesh, wanaitanga Kadesh Barinea. Kadesh Barinea. Walizunguka 38 years, moving the same mountains, moving the same place, lakini hawakuwahi kujua ya kwamba wanazunguka the same place. Sometimes when you are out of the spirit of God, unaweza kuzunguka the same place, doing the same thing, not knowing that God is not in it. Unaweza kuwa mahali ukifanya jambo moja for 40 years, for 30 years, for 10 years, for 5 years. You don't know that God does not exist there. Lakini kwa sababu ulijikuta, you found yourself in that situation. You found yourself because your parents prepared you for that. Because you thought that is part of Christianity. You thought that is part of salvation. Until you get to know the word of God. Until you get to know what God is saying about your moments. Until you get to know that God does not want you to be there. Unaweza kungangana na kitu ambacho Mungu alikiondokea zamani. Unaweza kungangana, labda hapa naona kuna watu wako na waume na wake ambao si wao. Unangangana tu na bibi na si bibi yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Unang'ang'ana na mwanaume kimwanaume tu, lakini si kimwanaume yake ndio unakuja kuniambia mama mzee amekuwa mlevi sana. Mzee amekuwa hakujagi, alichukuliwa na kasichana kingine. Kumbe hata wewe kuna mwanaume wenyewe ndio kwa sababu amekosa amani kwako. Kuna mahali unafanya kazi unafanya, lakini Mungu alitaka ubadilishe hiyo biashara kitambo, but you are still stuck kwenye hiyo biashara. It is time for you to go back to God. Sio kuchange. Sema sio kuchange. Ni kuenda kwanza kwa Mungu. Then you seek from God, what should I do? Sio kubadilisha biashara kwa sababu imekwama, ni kuuliza Mungu nifanye nini. Si kubadilisha huduma kwa sababu imekwama, ni kuuliza Mungu, where did I go wrong? Because there is a place where you went wrong. Kuna kitu ambacho ulifanya na ndio kimekuondoa kwa Mungu. Maana baraka za Mungu kama ulitaliwa, kila mtu alitabiriwa. Wakati ulizaliwa walisema gemi, huo ni utabiri. If for girls zilikuwa 4, for boys zilikuwa nini? 5. Huo ni utabiri. Walitoa, kila moja ina maneno yake. Walitabiri wakasema ukue, utawiri, dunia ikukubali, maisha yako yakuwe mazuri. Kwa hivyo utabiri, ulitabiriwa siku ya ile ulifika dunia hii, ulitabiriwa mambo mazuri. Kitabu cha Genesis chapter number 1 verse 27, na Mungu akawabariki. Alipowaumba na Mungu akawabariki. You are not operating from just anywhere. You are operating from the blessings of God. Kwa hivyo if you are facing challenges today, it is not that God alikusahau. Mungu anakukumbuka. Ni wewe ulitoka kwa nyumba yako ukaenda kwa neighbor ukakuta ndio wamemaliza chapati. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unakaaga kwa neighbor, toka kwa neighbor urudi kwako. Ukirudi kwako baraka zako zinakugojea. Your blessings zinakugojea. Habari yako baba? Yuko utakorogama? Tarejea dole. Bwana sibiwe. Bwana siwe tena. Kwa jina la Solomon Mutuli ama baba wa Sheila. Nimeokoka. Bwana amenihifadhi mahali panastahili. Jipige makofi kwa kuwa sio kawaida kwa hapa. Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Makofi pa. Yuko mahali panapostahili. Tumeambiwa usiwe mwoga ukiwa ndani ya Mungu. Bwana, ukiwa ndani ya kanisa, ili yote ambayo inachambua roho yako, toa na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe. Amen. Tumetoka South East, South, na tumeamua kushiriki na nyinyi. Tukiwa mimi nikiwa mmoja wapo mlemavu na kujaga nao hapa hivi, lakini hatuoni ulemavu ni challenge. Tukiwa hapa tutapona na tutatembea chini ya mafuta ya CFC. Apostle, mbarikiweni sana. Sasa uko tayari kutuhubiria Sunday? Niko tayari. Maana usipokuwa tayari, toa miguu kwa gonia, chukua hatua na Mungu atakubariki. Kwa vile alimwambia Yona, enda wapi? Nineve, ukatoe ushauri wangu. Akaenda Tarshishi. Baadaye alijikuta ndani ya samaki, na akiwa ndani akajua kweli kabisa nimekosea. Walishuka miti ndani pale, ni kweli. Na basi ukile miti makiona wito ni ukile. Na leo kile agutie kwa kumilioni samaki. Ni akinyilia ripoti. Mungu ambariki. Nitahubiria. Asante. Wale wanatengeneza program on Sunday, huyu msee apatue 25 minutes za kuhubiri. Nataka kumuinua mpaka akue pastor. Sasa yeye ni pastor. Si anatosha. Ndio hujie nginya guhingurire kanitha kuri uri hujagiria andu. Yes. Good. Sasa leteni sadaka zenu hapa. Leteni haraka. Time is not on our side. Mnajua tuna service nyingine. Na ningetaka msiende ndio tumalizie hii service. Gilgal is painful. Nakubaliana na neno lako Bwana,
nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana kwa neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, na nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, ni neno lako tunatumaini, ni neno lako mimi naposema ni kweli neno alikurudi ni bure, neno la kinywa chako Bwana, acha nilishikilie, nilitumaini nikikungoja Bwana, acha nilishikilie, nilitumaini nikikungoja, ila ulilosema ni kweli. Asante. Uko mahali hapa na unaona umesikia kweli, you need to turn back to God. Nimesikia kitu kama imeniambia kuna watu wako hapa wamesikia kweli, ni kama waliondoka kwa Mungu. Lift up your hand kama umeondoka, unasikia hauko na Mungu vizuri, ungetaka kurudi kwa Mungu. Inua tu mkono wako, tuongee na Mungu, tumwambie sasa huyu mtu anataka kurudi kwako na anahitaji msamaha wako. You are here, just lift up your hand. You are here, you want to get just back to God. You feel that you've not been doing right. And maybe this is the cause of the challenges ambao umekuwa ukipitia. Just inua mkono wako juu. Tuombe pamoja na wewe. Kuja hapa mbele tu. Kuja. Kuja tu, usiogope. Mwingine akuje. Na mwingine akuje, kumbe mlikuwa wengi. Kujeni tu, kujeni tu, kujeni tu. Kujeni tu. Kujeni tu, kuja simame hapa. Kuja hapa. Simama tu hapa. Niangalie huko, niangalie. Look at me. Yes, hivyo. Kujeni tu, wapigeni makofi wanapokuja. Najua ni wengi. Just come forward. Kuja tu. Unahisi unaona I am not right. Nikigudevukio bwali. Dire sawa. Mimi si yuko sawa na Mungu kabisa kabisa. Kuna makosa fulani, kuna kitu fulani ambacho kimenitanganisha na baraka za mbinguni. Just kuja tunakungojea. Just kuja. Come. Yes, thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Songea tu kabisa, songea kabisa. Bado nasubiri, kuna wengine kama waine, wamama wawili na wazee wawili. Kuja tu. Mungu anakuona. Wacha kukaa hapo. Kuja tu. Wamama wengine, mama mwingine mmoja. Kuja. Na wanaume wengine wawili. Na pia nimesikia mama mwingine mmoja ameongezeka. Kuja. Mpaka umefika hali yako ya kuomba ni kama imekwama. Hali ya kuomba umeshindwa mpaka kuomba kabisa. Mpaka unaona unakaa na wasiwasi kama kauoga fulani kamekushika. Simama tu niwe nangojea. I'll wait for you, come. Yes. Kuna mwingine imefikia mpaka unataka kujiua. Kuna mwingine imefikia mpaka unaona hauna maana kuishi dunia hii. Niwe nangojea. Na uko hapa, kuja tu. Just come. Hautakufa.
Yes, mpigieni makofi ya kuja. Hautakufa. Kuna mwingine ako hapa amekuwa na magonjwa haieleweki. Ukienda hospitali wewe si mgonjwa, ukienda nyumbani unagojeka. Kuja. Ukienda hospitali wewe si mgonjwa, ukienda nyumbani wewe ni mgonjwa. Mpigeni makofi anapokuja. Walete hapa. Kuna mtu mwingine. Kuna mtu wako hapa. Yani ni kama wasaidizi, mtu ambaye anaweza kusimama na wewe. Wamefukuzwa kabisa. Mtu akikusaidia tu shida inamuanza. Mtu akikusaidia tu kidogo hivi, akuja kupatia 100 ukule hivi, uende ukakule, yeye anaanza kupigwa, watu anatoroka. Hata kuna watu walikuwa wamekwambia watakusaidia, lakini sasa wametoroka, maana vita ile imetokea kwao ni vita haieleweki. Mpige makofi anapokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama mwingine amekuwa kiota na nyoka. Umekuwa kiota ukinyoka na vipaka vinakusumbua. Vinyoka na vipaka vinakuja vinakutokelezea kwenye ndoto yako. Kuja tu kwa sababu hayo ni majini. Na kungojea tu. Hiyo ni majini na umerushiwa kutoka kwenu kwa familia yenu. Come forward, kuja basi. Ni wewe? Ni wewe? Ama ni wewe mgani? Ni sio? Okay, mpigeni makofi. Tuinue tu mikono yetu juu. Tunataka niwaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Unajua hawa watu na majina yao. Unawajua ambao wanayoyapitia. Ni magumu, ni mazito. Wametekwa nyara katika mipango ya kishetani. Wamechukuliwa na Wailiminati, wamechukuliwa na waganga, wamechukuliwa na watu wa mahilisi. Baba, nakuomba tu siku hii ya leo wakaweze kufunguliwa. Wafunguke katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kilikushika, chochote ambacho kilikuinukia, madhabahu ambayo yamekuwa yamekusumbua, kutoka leo Bwana wa mbinguni na kufungue na ufunguke katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema ya Mungu. Funguliwa in the mighty name of Jesus Christ. 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 Oh mama shite dedeboza. Funguliwa katika jina la Yesu Kristo. Funguliwa, laana zote zikaondoke. Wachawi na waganga na Illuminati wakaondoke kwa maisha yako na ukafunguliwe in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mwache huru. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Mwache huru. Majini, toka. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are free. Asanteni sana, mnaweza kwenda mkaketi chini. Tumemaliza hiyo. Tuko na ibada hiyo nyingine. Tunaanza saa 9 kamili. Sema saa 9. Mlete hapa. Kuja hapa. Mlete hapa. Mlete. Mlete. Harakisha. Mwache tu. Wewe ni nani? Mama yake. Unafanya nini ndani yake? Kwa nini? Unafanya nini? Kazi gani ndani yake? Unafanya kazi gani? Mnafanya nini? Mko wengi na nani? Wewe ni nani? Mimi na Otinga. Mko na nani? Tuko na majini. Na majini? Ya kutoka wapi? Kwao.
Kwao ni wapi? Kwao ni Mumias. Ni Mumias. Kumbe ni tumajini tudogo hivyo. Mumias. Majini ya Mumias. Out! Toka. Hama kabisa. Beba mizigo na muende. Fungua yeye. Beba mizigo yako. Beba mizigo yako yote. Beba mizigo yako. Fungua miguu yako. 1 2 3. Tupepa tu Mumias hatuna nguvu. Nitakushika tu makuku. And now may the grace So we are having the service itaanza saa 9 sharp ndio tumalize saa 10:30. But vikundi vyote vya wamama vya nini mkutane ama namna gani Charity? Are you meeting? Bethel Clouds TV, empowering lives.